Father, receive this worship. Receive this worship, oh Lord. For you deserve it, oh Father. We give it all to you, Jesus. Just receive it. Oh Jesus. Oh Jesus. We honor you. Inua tu mikono yako, mwambie you are Yahweh Jehovah this moment. We bless you, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Sing you are Yahweh. You are Yahweh. Sing you are Yahweh, Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Thank you, Jesus. Father, we bless you. We give you glory. We give you honor and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mpe Bwana sadaka ya makofi. Mpatie Bwana sadaka ya makofi. Patie Bwana sadaka ya makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Patie Bwana makofi mazuri katika jina la Yesu. Hallelujah. You know one thing, the church cannot grow with one. We need several vessels. Amen. And that is how we can grow the ministry and we praise God. Unaona hata kijana wa keyboard ako hapo ni mgeni na ako na 12 years. Hapana, sijui miaka yake, nimesema tu. So ako tu hapo. So tuweke praise alafu tusifu Bwana katika jina la Yesu. Apostle is coming in the few minutes time. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu kila mtu. Tafadhali. Inua tu mikono. Inua tu mikono. Mimi napenda kupigia Bwana shangwe na vigelegele. Amen. Peperusha tu mikono katika jina la Yesu. Peperusha tu mikono katika jina la Yesu. Peperusha tu. Wewe peperusha ukijitabiria. Peperusha tu mikono ukijitabiria. Peperusha tu ukijitabiria. Peperusha tu ukijitabiria katika jina la Yesu Kristo. Peperusha tu ukijitabiria. Peperusha tu ukijitabiria katika jina la Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Haya, piga tu makofi. Piga tu makofi. Nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Bwana Yesu nampenda. Amen. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Piga tu makofi pole pole. Huyu Bwana Yesu tegemeo langu, ninampenda. Amen. Bwana Yesu nampenda. Ninampenda Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Bwana Yesu tegemeo langu, ninampenda. Amen. Hallelujah.
Piga tu makofi pole pole tu. Piga tu makofi pole pole. Umezoea zingine, twende tu pole pole. Ninamupenda Jehova Shama, ninamupenda. Amen. Nampenda Yesu, nampenda. umbali nimefika, ni mkono wake Yesu, ninamupenda. Amen. Nampenda Yesu, ninamupenda Jehova Shama, ninamupenda. Amen. Ninamupenda Yesu, namupenda Jehova, ninamupenda. Amen. Namupenda Bwana Yesu, ninamupenda. Ninamupenda Yesu, maana ameniokoa mimi, ninamupenda. Haya, piga makofi. Ninamupenda Bwana Yesu, ninamupenda. Ninamupenda Jehova Shama, ninamupenda. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Inua Yesu juu. Wewe ainuliwe, ni Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe, ni Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Inua Yesu juu. Nilikuwa mgonjwa na Bwana akaniponya mimi, ainuliwe, ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Oh, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Haya, inua Yesu juu kila mtu. Inua Yesu, inua. 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 Cast your burden unto Jesus, for He cared for you. Cast your burden. Cast your burden. Wapi makofi kwa
Yesu, twende tu. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens. Cast your burdens unto Jesus, for he cares. Lift him higher, 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 oh, higher, lift him higher, oh, higher, lift him higher, praise him. Thank you. It is in African way. Hallelujah. Na kwa nini mnaimba na Kisugu kama ni African way? Eh? Are you really doing the African way? In English way? You are doing African in an English language. That's great. God bless you. Thank you, Father, for giving us this wonderful opportunity once again. Ninakuabudu na shukuru. Asante Baba, nitumie tu kama chombo nikaweze kuzungumza na kufanya kulingana na mapenzi yako. In Jesus' name we pray. You may be seated. Kalia kiti chako cha muujiza na utabarikiwa. Hapo umekalia kuna muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona watu wengine ambao wanaona muujiza wa number 1 wanataka muujiza wa number 3. Ushakutana na watu kama hao? Kuna muujiza wa number 1 lakini wao wanataka muujiza wa number. Sasa ukiuliza watu kama hawa ni kwa nini wamekaa nyuma na kuna viti mbele, inakueleza hawa ni type gani ya watu. They are those people that want number 2, they are not leaders. A leader will always sit in front. So unaona hawa, they are leaders. They stick to their position. Now these things mnaonanga tukifanya unajua nikuone nikupatie kitu ama niseme kitu kukuhusu, na angalianga characteristics zako. Your characteristics, how you behave tells me a lot. Iko kiti mbele yako lakini hutaki kukalia, meaning you are not a leader. So do you expect me ever to give you the position? I can't. Kiti peke yake inaniambia wewe ni nani. Sasa useme hapa hakuna mtu amekalia. Na hapo hakuna, yule jamaa amekaa huko, amewacha hii na amewacha hii. Anataka kukuambiaje? Yeye ni shabiki wa kuja kushangilia mpira kwa kiwanja. Si ndio? Hivyo ndivyo kunaenda. Kuna mashabiki. Na wanajua mpira sana kuliko the players. Ukikuta wale wako tumbo kubwa kama hii yangu, wakidescribe venye hiyo body angecheza hivi, ageenda hivi, na umpatie mpira hata kupiga peke yake, atamiss na ataanguka chini. Lakini mdomo anajua yote. Watu wa Arsenal people, Man U, wacheni kujificha. Man U people, Man U damu.
Arsenal. Gor Mahia. Watu wa Chelsea. Yes. Watu wa Man City. Ageeka. Kama tugieka huyo. Kama tugieka Hazard. Tuweke Riyadh. Tuweke nani hiyo tungeshida. Lakini kupatia mpira wewe mwenyewe unaanguka chini. Ndio unasikia kuna watu mara tatu. Kuna leaders na kuna spectators na kuna wale tu hawajielewi. Mweke nawe. Kawadho maki. No ya dhomaga ati nini? Anatapu anointing. Anasomaga. Asa alisoma kabla nitoke huko. Akasoma. Akajua kiatu moja yangu itakuwa. Nimeona amekaa. Kiatu yangu moja itakuja. Haijakazwa vizuri. Dina bere. Ngai akukuhuthira wage gwitikia. Yeah, just go on. Ogo no nderago. Nderago na ukihonoka ikare kwa Ngai. Ni alikuhuthira. Na unaona nimeanza kukua mkali. Si nimeanza kukua kama ngangalito. Kidogo kama ngangalito. Si ndio? Nilikaa hata wewe kaa vumilia tu. It is coming to happen. Bwana Yesu asifiwe sana. It will happen very soon. Utaona hiyo maneno ikifanyika, it will manifest in yourself. Hapa natarajia wale watu wa hii class nyote, God is going to use you mightily. Those who are in financial sector, God is going to use you in a big way. Container ni kinyire. Ni dotirio kijira atiriri. Kuongerere girigana rimwe container ni kwamite Mombasa. Sasa ijafika hata cheki nimeandika. Kuna container utakuwa ukileta na macontainer. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo kunaendaga. Sirole maneno yanakuwa mzuri. I've never walked hata wakati ule mwingine sikuwa nimeokoka. I have never walked with anybody akakuwa maskini. Nitafutie mmoja. Israeli mzima, more mkote ni mimi hizo watu wote wenye manyumba hizo ni mimi. Niliwakatia shamba ya yenyewe nikaambia jenga. Na wenyewe walipokuja kujaribu kuifuatilia shamba nikanyorosa. Kwa sababu yeye ni tajiri. Walikuwa na eka 1000. Hawajegi, imekaa hivyo. Kuna watu wamekusanyika hawana mahali pa kujenga. Sasa kama leader, what am I supposed to do? I create opportunity. You give. Alafu tuongeage baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call leader. You solve issues. When there is a problem, you solve the problem. No matter how. Hiyo ingine tutasugumusia baadaye. Yes. Matatu si ulileta matatu? Na ujuaji yako ya benki mingi nikakwambia wekelea matatu pale, rudi nyumbani uongojee pesa. Because nilikuwa nataka, kuna kijana hapa alikuwa anataka kazi ya driver na mwingine alikuwa anataka makaga. Na wao walikuwa nataka kuleta kazeni zako. Sasa nikamwambia mama, kama unataka kichwa isiende, enda nyumbani uongojee pesa. Ni pesa ngapi? Ni shilingi 11,000. Ongojea nyumbani. Si ulingoja nyumbani, kuna pesa yako ilipotea? Lakini si vijana wangu wakapata kazi. Si ndio? Sasa alikuwa anataka kuleta kazini na brother yake ati akuje achuge. Sasa sisi tuchuge nini? Sisi tuchuge nini? Barabara ni yetu na serikali. Na gari ni yako, itakuwa saa yako na serikali na sisi. Na ukatajirika. Na kiherehere kapunguka. Sasa si unaona? Tulimpatia baka discipline. Ati acha gari yako mtike hutia. Hapana. Maika. Tukamwambia mama alikalia kamawe. Na maika zake tulimkalisha juu ya kamawe. Huyu mama unaona hapa. Akaenda kavia bwana yake. Ni yule anyonete. Akaleta ujeuri, akahamisha gari padi, akapeleka padi ya Kawagware. Kawagware nikaambia mama yako Kawagware. Nikamwambia funga mlango ya gari, mwambie sasa aende na aache gari hapo. Nikampigia simu.
Wonire kawa ngware nĩ kuo ngĩteithĩkĩra. Kaniambia ndoya moko na igũrũ. Bwana asifiwe. That is what we call leadership. Si ndio? It doesn't matter. Ona muici uri otongoragia ici ni mutongoria. Niguo. Mimi nilianza kuongoza na ubwa. Ubwa zetu nikiwa Kipii ya miaka 10 kutoka miaka 9, 10 na 11. Najua sisi tutitahiri tukiwa watu wa miaka 17. Si kama sasa hivi tunapeleka watoto wa miaka 13. Sisi tulitahiri tukiwa miaka 17, 16. Tukiwa VP barubaru. Alafu tukaenda kwa mto, si tukaenda kwa hospitali. By the way, wale watu walikuwa na watoto shule class 8. Mimi wangu alipita vizuri sana. Simumpigie makofi. Vizuri. Vizuri, sema vizuri. Alibakisha kama max kamoja tu afikishe 400. Nebego. Bwana asifiwe sana. Wale watu mlikuwa na watoto wa klasi 8 walifanya, wale tuliombea hapa na wale walitairisha. Alafu tena bado nilitairisha. Na siku 3 alikuwa ameniambia baba naweza kwenda football. 3 days. Alikuwa ananiambia baba no, tunaweza kwenda football sasa. Nikamwambia acha ujika tulia. Fudidio sasa hiyo umepona ndio sasa ni maelekezo kufundishwa kukua mwanaume. Si ndio? Tarehe 12. Tarehe ngapi? All members wa hii kanisa kama uko na kadi ya member. Na kama wewe ni mtu wa muujiza usikuje kwa sababu siku hiyo tutakuwa na miujiza. All members nitachija busi tukule. Unajua ile pate ile ya kufuga mwaka. Ile ya kabuni. Si hata hii ni kabuni. Nitatengenezea kabusi mzuri mkule. Muigwe, kaitetigo. Kanatigo. Nato miji. Nato shahi. Na jogo. Kwa hivyo all members. Na kama get crashers muko, you can come also. We don't mind you. Na hao vijana to celebrate siku hiyo, si ndio? Maana we released them from the pulpit, we must receive them back. Si ndio? Yeah, that is, make that be a culture. Whatever that is released from the pulpit, receive it back to the pulpit, then you release the blessings. Kwa hivyo, 12 mkuje hapa. Muache vibeti wa mama, muache vibeti nyumbani. Na wazee muache walete nyumbani. Hakuna kitu mtaitishwa. Ukuje tu ukule na ukunywe na uende nyumbani. Watu wa kamonyweso hapa kuna kamonyweso. Hatutakuwa na kamonyweso lakini kauji kamukio. Unajua uji ya mukio? Tutakuwa na vibuyu kama 2 hivi. Watu lakini ukikunywa mingi inakuwaga muratina bado ni busa. Noese mukio? Ile na imekada vizuri. Hiyo ukikunywa mingi wewe kwa sababu utaanza kutuambia hapa leta mikono tusiteke pigo. Bwana asifiwe. So na 25 God willing we are looking for the venue, we are almost there. Tutakuwa na wale wazee wale old boys 100 years and above. Tutakuwa nao na Christmas. Kwa hivyo kama uko na kitu ungetaka kununulia guka yako ulete ya Christmas. Ka box upack urap vizuri kwa box ile Christmas box ile mzuri, kitu mzuri. Usiende kutuwekea vitu za matagari ati gwe ile utavagi ndio unalete hiyo. Ukileta tutakukoka nayo na tukwambie utoki hapa baka ununue ingine. Hatutakuacha, utatoka hapa baka ununue mpya. Si ndio? Wacha tukage kanisa ya umanga, si ndio? Tusikue kama wengine. Kitu umanga inakuwa na utamu. Did you know hata wamama wanapendaka mtu manga? Nikigetomaga sali unataka mtu manga. Oh. Ati you feel protected. Wanaume wagapi hapa? Kama wewe ni msofti uko na shida.
tia komorora nawe no rawi kiarido kwa hivyo ni mang'aa. Bwana asifiwe sana. I love you. I love you. Mnasema I love you darling. Achilia darling kidogo hata mimi nijihisi. Najua mimi niko sigo na niko lonely. Sasa ukiachilia kilavuli nasema lovely niko shokio musiani kaigua at least. Niru ndirona riu nono la muikarite wega. Prophetically. Mnakaa vizuri prophetically. It's like the word God is coming. Ado taru ni andu arathime. Ngai ni aharuruka. Umuthi ni amuharurukira. Na ndirenda tuikarage haria we ndungata. Tondu ni we mwite we ndungata. Nona haria karanja ikaraga. Uikaragire gite kiu mwina mundu waku. Niguo. Ngai ni ago atakufungua zaidi. Na umumirerie ni mukuria thina. Gathabari ka muthuri uyu ni karia kari na Abraham. Nikoka. Na gwe kundu arithia uge we sister. Ni uria wakorwo kuhiuhite. No dinaigwa ona Aaron ni sister ya muteire. Alikana yeye umumirerie ni gwitoretirwo. Na ritana ria kutirire ari ya kawaida. Ni umumirerie gike ni kionje. We umumirerie na ukitwe mundu. Nanyita gike ni gitwe ni kionje ugitwe kimundu urunge mahindi maya ugike therapy uguo kinya oke mundu wina kirathimo giake kinene muno ngaceki gake no okuite ndari na kirathimo kia wetha indo hiana kimundu kingi kiharia we niwe wina indo nigetha uteithiririe nanyita kuri andu makoragwo matire mundu meoka ndari kirathimo ona ungimutuma dukaini athie akedie duka yaku utakuta amepatiana vitu no kigia haraka na kwambia shika mikono tuombe. Baba, in the mighty name of Jesus Christ, ninakuomba Baba utulize roho ya mke wangu, ajue ya kwamba wewe ndio upeana na wewe ndio ulipeana na mimi umeniambia nipeane. Mundu wa Ngai. Sasa mami oka nejwe ngoma cigotengeretie nginya ukaguruka. Atengeretie ne ngoma ciakwa waranyitira guku arona ngiaria wana. Tathondeka nguo ĩno rĩu haha, thondeka rĩu hau. Pastor ũyũ ndakoragwo na mũtumia nĩ endaga gũprotectwo. Thondeka hau nĩgetha tũkĩke atĩ. Nĩtiguo niĩ wega wakwa nĩ ndĩyaragia. Niĩ wega wakwa nĩ ndĩyaragia na nĩguo ndombĩtwo kuma tene nĩ ndĩyaragia. Rĩu ingĩona handũ he kũhĩtana atĩ ndikate atĩ ariti akwaria waragia maũndũ andũ ngona andũ mamaka. Mutimake ni gatigiti gakwa ndiracaria ga guthi matu-ini ni ndakwendire kihonokio giakwa ndirerio ni Ngai ni 5%, ndirero 95% ng'ang'ane nginya riu ingiaga kung'ang'ana na njira teno ya kwigitira na niguo mwi guku muri aingi na niguo murahingira maitho guku ndimenda riu nikekeraga ndi kang'auro kenya mukoru gacika mucoroge igero guo wathi kuhingahingira ritho kwa ni anini macho nafuka Toende adirikana ni 5k ni 5%. Nikiona kandu ingi makuite ngoro rimwe ni nyina magia ngoro cia andu muno rimwe tionaga ngoro cia andu ni cinamaga muno ni kwenda nyendaga ni Ngai unjira cinamanie riu cite mai kacinamania cigaita mai cigikagia mangi ni ndakira kamutaraca kau kangi no remove listen to her come mwambie hiyo ujuaji utawacha huko ni kwa komanda na watu wote wanazungumza nawe ni makomanda. You have to respect my people that are working here. Mathina ni maku niwe wathire kwegerera mathina no anyita
Ini sister yaku irura kuigwirira thara kuhe direction ya guka guku. Sasa uache umang'a. Umesikia? Nimeona umenihada pale ati you have to see me, you have to see me. I don't see people as by instructions. I see people because God has instructed me. Go and see. Sawa? Sawa? Enda kaa chini pale. Kwenda kaa chini. Yo juaji tutafukusa tu. Kana ni ate. Mundu agithondeka ndarenda kwatheka ri na urenda kira ndina kio ngugaire tu irio twa ciana ciakwa na ciana ciakwa itirahuna na wewe ndurenda kwatheka. Mwathani agocwo. Unajua kwa nini nimewapatia story yote? Kwa sababu kuna topic nataka tuzungumzie. A calling. What is a calling? Bwana Yesu asifiwe sana. What is a calling? Wacha hii ingine mnaendaga kujitafutia. What is a calling? Mtu mwenye anaitwa anakuwa na maliko ya kawaida kwa sababu anajua ameitwa. Mungu hakuna siku angeniita anipatie kazi alafu nikuja nikubembeleze ya nini? Ndigeguthaitha ndirakemenya nĩ Ngai ũndũmĩte na Ngai ũrĩa ũndũmĩte nĩ andũmĩire andũ arĩa kuhudumia. Watu wangu ni wangu. That is why you are here. Yes. Na mwakengera ari horai wake mundu kia mungiki ukaga ndungigikuhiriria. Lakini Mungu alikuwa ametayarisha anointing, the calling that is in me. Nobody can change it. Hakuna. What God has given you is very special. And this calling, you just need only to maintain it. You protect it. Hiyo ingine wacha hata kwenda kutafuta watu. Ndogathi kusharia andu. Hata si, watu wengi hapa. Mimi najua sali sijui namba yako. Ndire namba yako. Numenyaga ani ndire namba yako. Karo numenyaga ndire namba yako. Ndakorire nani huyu juzi. Urajuria kai apostle. Sina, I don't save anybody's number. I don't have that business. Ndio naonanga sikupigi. Hallelujah. Wale wanapigaga wanaweka manamba za watu ndio leo ule Mwathani agocwo ni ndiraigua kuhonoka ona ngaigua kuhehejeka mbere ya Ngai. Ndi muhonoku. Hallelujah. Sasa ni mdada ni mama amepigia. Leo nguhurukite haha ndaigua Ngai akinjereria kaundu. Ajira gitwa kuigua ndaria Ngai nikio urenda kuga. Arajira gasi yaku ni yathira. Na ndamuria ngo njike atia baba. Ajira hurira Nancy ena kanyamu gaku. Uri I am your pastor. Na ndakwe Ngai ni ajira hurira Nancy. Na de pastor na ne Ngai uri otonyitithanagia nawe. Nitikaba kufurise. Nigetha Ngai ndakarakare. That is why I don't keep some people's number. Ndigatwike tempted. Utajira muiretu toyo jigite namba yake. Alafu tondu ndio mundu ndie ngwaci na ndie nduma na nyuaga cai. Meciria macio maharuke magoma tondu ni maharukaga. Nditoka namba tatu thimu nguhura. Uyu no angararie. No arege guka. Ndende guka. Alafu anointing nayo. Njira tu anointing nayo. Ndende athira. Utika kabaji jage gukona namba yaku. Nigetha ona ngoma haruruka. Uti mundu ta haruruka gone ngoma. Ka Jesu ta harurukirwo. Riria arumire mukuyu, riria arumire muti. Mundu wa Ngai ni arumaga muti. Mundu wa Ngai. Ati uthione muti hari waje kuruma. Na nginya muthi undu ri wage maciaro. Riti marakara ari namo. So at that point of being a human being, akigea na marakara, akiruma muti ni undu wake, ni undu wa ngaragu. Hallelujah. Ni ngaragu oyo uri ungimita, ni ngaragu itumaga twike maundu moru. Kana tigo ni ngaragu orio kenda kumitaura ni ngaragu itumaga twike atia twike maundu moru. Riu handu ho Kenya wina namba ya thimu ya mundu umuhurage tuko thaa kenda. Hallelujah. I hear the voice of God. Taudie de imagine riu tondu mandero cio niguo huraga tukuo twakwa twa wiki ngima. Ndirikane namba yoyo. Hallelujah. Etukuo ndirahura haha ino ndaigua Mwathani anjereria. Okay.
tondu ni unjitikitie ri ndi ndugugioka ndukahitirie ndukata ya Ngai no ni waria ni na ngoma twaria ni ithuĩ na ngoma tweka atia twahuthira ritwa ria Ngai Wathani agocwo. Haleluya. Alamena kule. Mnasikia hiyo lugha? Wangapi wasikia hiyo lugha? Niwe kabisa usikie lugha ya Kikuyu? Siwe ni Mwembu? Wewe ni? Aino mugusi. Inkangai. Nyamira Kebirigo. Oh. Kebirigo ali asako kumagura, uruende magura otire uchi Kebirigo. Nawali. Maite konge. Bonyakoni. Aino musaragi go seno mugesusu. Umunyarura. Okay. Umuna bande? Umwana bande? Umwana bande mamira makinda. Wangapi wa Kisii wengine mkisii mwingine? Nimeongea Kisii ama nimeongea kubahatisha? Wewe hata hujui Kisii wewe. Wewe ni bontao. Numateke uzi? Inkangai. I know muso chali Cardinal Tunga. Cardinal Tunga naona asomeleta kuri form 1 mpaka form 2. Aliakia kwa njuto waliye wana kadi kwalia. What is a calling? Bwana Yesu asifiwe sana. A calling is something that you rather not have it. Tell your neighbor, a calling is something that you rather not having. You better go to college. You get your calling via college. Todono hata unaweza kupiga ukora kutoka college. Lakini hii ya Mungu kama unaipitia utakaa prayer center kwa sababu uliambiwa uendage prayer center ukakataa. Mungu atafuga kanyumba kako ukae prayer center ulipe ile siku zote Mungu alikuambia uendage ukikataa kwa sababu ulikuwa busy na hukutaka kusikiliza Mungu. Sasa Mungu anakuja kwa njia nyingine, anafuga kanyumba anakupeleka prayer center. Unajaribu kutafuta mtu akusaidie, unaona mtu anaigiza mfuko hivi, anaigiza anataka kukupatia, anasikia sauti nyingine gari yako mtaidia. Baka amehalisa ile siku. Ukienda saa zingine kuna mtu anakujaga hapa, unaona ako na shida, anafaa kusaidiwa. Lakini namwangalia, namwambia hebu kaa hapo nikuje, napiga chochoro chui, naenda kwa sababu nimeambiwa jaribu kusaidia. Kuna mtu kama you have this calling from heaven, my dear, please hoera andu ona wahoya murimo karoga kuri we thiĩ na mbere na kuhoya. Huyu mama anakuombea ugonjwa inarudiki kwake. Na ni Mungu anataka kuangalia how are you going. There is a day utakuwa unasimama hivi tu hivi mbele za watu, unaona watu wanapona bila kuaguza, lakini utakapitia. Unajua afadhali nikwambie tu ukweli ndio usikuje nikupambe vizuri kupambe na saa hiyo unasema afadhali nikufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I know what I've gone through. Nimepitia ngumu. Kutoka kuzaliwa I was rejected. Kutoka kuzaliwa wale manasi walikuwa nafaa kunishughulikia walinitoroka. Maana nilizaliwa nikiwa kama mtoto kalikuwa kana sura mbaya, sio mzuri. Sura mzuri sio kitu naweza taka. Nilitoka na miguu. Baada ya kutoka na miguu, hii keni yangu ni kama ilikuwa na meno, ilikuwa imeweza kuchomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nilikuwa ati mweusi tititi. Unajua katoto kanatoka kakiwa kamusugu. Nilikuwa mweusi tititi. Alafu nywele yangu ilikuwa kama ya muoria hivi. Yani I was not an ordinary child mwenye amezaliwa ordinarily. So hata baba yangu alikokuja akaangalia kulingana na story na biangu na mama na sister ya mama yangu, kwa sababu ukitaka kujua siri za kwenu enda kwa sister ya mama yako ama auntie acha niyo makohe amushene atena numenya gangania nimenya ajabi wanyu atakire wafafu wanyu akoroge wanyu na hiyo kimi shodoka ugedokana uge. So wakati nilikuja manasi walipotea, daktari mkubwa tu ndiye alikaa karibu na mimi. Na mzee babangu alipokuja kaangalia,
ati alifanya akaondokea kutafutwa nje, hapatikani, ameenda. Na akaenda akasema nie mamangu anaitagwa Jerry. Jerry dakanyo ni ohoro. So ilikuwa ni kama hiyo kitu si yangu. Ni venye tulifanana na brother zangu. Otherwise ningekatalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nikakuwa mwerevu, akaanza kunipenda. Sasa wakati baadaye nilizaliwa tu, after some few days, sije mama ni mushaire, ni vile napatiaga watoto wengine washike mtoto. Sasa yule aliambiwa anishike ni my step sister, na hakuwa ananipenda sana, alilazimishwa kunishika, aliniangusha kwa maziwa moto. Sasa hii nyama yote iko hapa padi hii, na sisemi hivyo ndio mwanze kuniambia please. God has spoken to me. I'm the one. Ndio ukuje uone kama ni ukweli. Ukitaka nikuonyeshe hapa, nitakuonyeshea tu hapa. Hii nyama yote sio yangu, ni yeye alikatwa, ikaekelewa kapisi hapa ikashikana. Bwana Yesu asifiwe sana. So this has been an attempt from the word go. Na kuna siku baba yangu alicharasa mama yangu vita, karibu nitoke. Ikaenda ikafugwa. Yo hakuatia. Ikastichiwa ndio nisitoke. Kwa hivyo every attempt for me to be aborted was there, but it failed. Nikaruka. When you have a calling, things will happen in your life, but God at some point will rescue you. You will be rescued. Kila kitu itafanyika. So after that, nilipowekwa hapo nilienda nikapona. Lakini baadaye, si unaona hapa hiki, hii ni happy amani. Nikaliko. Hii ni waya ilinishikia hapa. Nikiruka nikiwa kipii sasa kibarubaru. Nikiruka naruka hivi kujificha niende nikaibe. Nilikuwa nimeiba sukari, sasa nilikuwa naenda kujificha mahali nitakulia sukari. Waya ikanishika hapa hivi. Ikararua hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The Spirit of God. Malaika wanakufanyia sasa operation. Na utafanyiwa operation, you are under arrest in the mighty name of Jesus Christ. Yes. So kutoka hapo nimekuwa mkubwa kidogo, nikakuwa sasa mimi ndio vinyani zote maubwa za mtaa. Kuna kasauti Mungu alikuwa amenipatia, sijui ama ni shetani ama ni Mungu, lakini ni Mungu. Sasa nikiwa kipii kama kile kinapita pale kile hivyo, nilikuwa naita maubwa za kijiji yetu, mahali panaitwa Mona Makiabereria kwetu, zote maubwa kama 100 zinanifuata, tunaenda nazo na ziwezi kurudi kwako, hata uite haiwezi. Ninaenda ninalala kwa kichaka na maubwa zinalala, zinanifunika zote, zinanikava mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndajirie kuleithia ke gui, ndajirie kuleithia mburi. Bwana asifiwe sana. Ikakuwa sasa mpaka vipii vile vingine vinanifuata. Na nikawa command, nilikuwa na command kipii, kila uende kwenu uibe shilingi 10 ulete. Na usipoiba utachapwa viboko, ama uibe chapati kama kuna chapati. Na sisi ndio tulikuwa tunaenda hapo tukizunguka tukima, motiume muone mwagoyo, motiume. Nani wangapi waliiba motiume? Tunakuja kwa geti ya kwenu, tunaiba motiume, lazima ulete chapati. Lazima December 24 lazima mulete chapati. Na msipoleta chapati tunaingia huko, tuna spoil party yote. Bwana Yesu asifiwe. So unakuja by the time tumezunguka kijiji mzima tuko na chapati 200 ama 300. Alafu unatuma vipi waende waibe kuku kwao, na mwingine aibe sufuria. Tunaenda kwa kichaka, tunaenda tunapika chakula under my command. So ilikuwa hivi kwetu, kama kuna mtu alikuwa amechukiwa kwa area mzima inajulikana ni mimi. Na nilikuwa najulikana mimi ndio mwizi sugu, which was true. Kwa sababu nilikuwa na command waibe walete. Na vitu zote za wizi zilikuwa zinapatikana kwetu. Kitu ingepotea, tukosekana kwa nyumba, the first place walikuwa nakuja kutafuta ni kwetu. Na chances ni 90% itapatikana. So these people listened to me. Na all along nikakuja nikakuwa mkubwa, nikajikuta tena Mungiki. Na ikakuwa ni Mungiki, naendesha Mungiki. Na watu wananifuata tu bure. Kama ulikuwa unanifuata, si ndio? Si ulikuwa unapenda Mungiki sana? Ukiona kwa TV.
Silikuwa nanipenda sana Mogeke. Na mkubwa ya Mogeke ukiona kwa TV. Ulikuwa napenda huyu. Pale Holy Family Basilica. Siwedi ulinisugumusia. Huyu mama alinifanyia hivi. Watu walinipenda bure na wengine walinichukia bure. For nothing. Equally, unakuta 50% wananichukia, 50% wananipenda. Just for nothing. You cannot understand when there is a calling. What I'm trying to explain to you, it is a calling. When God has called you, it is not a bed of roses. There are several challenges. When Moses was called, it was God called Moses, but again, there was a massacre over Moses. The king ordered for all young boys to be slaughtered. Because of what? Because of a calling. And eventually when it was unbearable, nobody, it was unstoppable. Now you were sure all the boys are going to be killed. What happened? Walichukua huyu Musa, familia, wakampeleka mpaka kwa mto, wakamuficha hapo, wakamuacha. They were leaving this boy for death. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why no wonder unakuta hata mabrothers zake wanabehave wakati yako na calling. Mpaka wanauliza, kwani Mungu anapitiaka kwa Musa tu? Because these people never lived with this boy. These people never understood him. Walikuja kwa sababu wamesikia jina limeinuka, anointing imeinuka. Wakasikia kuna power iko na brother yake. Sasa wakakuja wakamjoin. Many people will not follow you until such a time you are ripe, uko na matunda ya kukuliwa. That is the when that people will come. But for now, nobody will side with you. For now, people watakuona wanaona wewe ni mogoroki. Kila kitu inakukataa. Kila ukizunguka, ukienda hivi unakataliwa. Ukienda hivi unakataliwa. Ukienda kila mahali unaenda. Nobody walks with you. They look at you suspiciously. It is just the other day. Nilikuwa naingia mahali kwa hoteli tu. Unaona watu wote wanachukua tu serviette, wanajipagusa mkono, wanatoka. Unaachua hoteli peke yako. Kuna siku nilipanga laini hapa nikaingia kwa matatu. Ile laini unajua ile ya railways. Zamani hapa railways hapa. Ilikuwa inaenda Manyogo inakaa hivi kama nyoka hivi, inajibedi inarudi hivi. Nilipanga laini siku moja nikaona laini yote imebomoka. Na magari zote zikafungwa kwa semekana magari haziendi. Sasa nikashangaa nikuuliza ni nini? Nikauliza jamaa mwingine hapo ni kwa nini magari laini imetoka? Wakaniambia si ni wewe. Bwana asifiwe sana. So I'm talking about the calling. It is not within your power to do the will of God. You have to be trained by God. It is not within your knowledge. Sio kwa sababu umeenda shule, sio kwa sababu you have a friend, sio kwa sababu umelelewa na familia mzuri, baba yako alikuwa pastor, mama yako alikuwa pastor. If your mother and your father was a pastor and God has called you, you will become a frustration to the entire family. Hallelujah. You become a nuisance to the entire family. Because the calling of your father and the calling of your mother does not reflect in you at all. You are called differently. You will become yourself and you will have your own identity. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hata nikiona vijana wangu na watoto wangu tumeanza kusubuana, I don't mind. I don't mind. Because I understand the calling that is your father and the calling that is your mother haigi kwa mtoto. Ukiona imeingia kwa mtoto, that is not a calling. That is a responsibility in a family inaendelea. A calling, you must have your own identity. Na utachukiwa na kila mtu, you will be isolated by everybody and the people will fight you so that the real you can be produced. The real you can come up because it is not in your will. It is not your own plan. It is the plan of God. Utanyang'anywa mali zako zote, utaifungua kazi, ipande vizuri. Udanganywe na mtu ama ujidanganye uende Equity uchukue loan. The day you uchukua loan umeiweka hivi na umestock, unasikia kajo imekuja imebomoa hiyo yote. Sasa hapo ndio unaenda katoroni unaomba vizuri. Unaitana, unasikia Mungu akusikii. Na ushafika mahali unaomba, unasahau ulikuwa naomba, ukiambia Mungu, Baba ninakuomba ukabariki kazi yangu. Ninakemea Mungu in the mighty name of Jesus. Shetani ninakuabudu. Yani unakuwa confused.
Unakemea Mungu, unaabudu shetani. Mpaka wale watu wako neighbor, wale walikuwa nasemaga wewe ni mtu wa shetani, wa Mungu kumbe ashawafungua masikio ndio wakusikilize. Mpaka ati anakemea nani? Sasa ukitoka Katoroni, ukienda nyumbani unakutana na story imefuka kila mahali. Na ni devil worshiper. Kumbe hata walikurekodi ukikemea Mungu. Kumbe ni manini? Walikurekodi ukisema shetani ninakuabudu. Rima kateria babaruka saya. Ria kantarabashea rina kaa. Sitara. Shetani ninakuabudu. Na ulikuwa unasema shetani nakukemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe walikurekodi. Ukifika nyumbani nakuta kijiji mzima. Wewe ndio breaking news. Tulisema tu. Ndio na kinya gatuka gake ni garathirire. Riweterera ni mwana urathi. Mtoto ndiye anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a calling. A calling has got so pain because it is not man's training. It is God's training. Wakati Abraham aliambiwa na Mungu, ondoka, get out of the comfort zone. Alimwambia get out of the comfort zone ndio aende akambariki. Alimwambia I'm going to bless you but not within this vicinity, because he wanted to produce Abraham who is not inclined to the father but inclined to the bringing of a generation after the Noah issue. Wakati wa Noah alipoondoka, alipojenga ile Sabina na kukaenda venye kulienda, God wanted to create a new, alitaka kulete a new generation under the umbrella of who? Abraham. So if Abraham was to be blessed from the ground ya baba yake, ile sifa zote zingeenda kwa nani? Terah the father. Because you are under that territory. When God wants to bless you, he removes you from the territory you are in. So he goes to train you. He goes to manufacture you to produce the purpose he had purposed you for. Therefore, the challenges you are facing today, it is a process of God that is producing the real you. You will encounter challenges, yes, but you will not die. You even plan to die, you will not die. They will poison you, you will not die. They will shoot you, you will not die. They will do everything. You will not die. But God has a reason for that, to shape you. And when God is removing prunes, prunes, yeah? When God is pruning you, shoots. When God is removing the shoots, he's pruning you. Anakutoa kama vile tuntonga katika kitu kwa nyanya, katika memea hapa katikati ya madhago. Sasa hiyo ukitoa inakatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafanya nini? Inakatwa, haitolewagu na kufurisa itoke, hapana, you have to cut it. That is how it happens to you. Unasikia kuna kitu imekatwa. Nini? Duka yako imeanguka. Ukikaa kidogo kitu kingine kanakatwa, unasikia nini? Tule tupesa tuote ulikuwa umewekeza kwa desi, tumeenda tuote. Unasikia kingine kamekatwa, ulienda kwa maguta proti, umesikia proti nazo zilikuwa fake. Yani you find things are removed from you because God is looking for total dependency, that you depend on him alone, and he will remove everything from you. Atakunyaganya kila kitu. Wewe utaendelea kukemea shetani, but it is God. Bwana Yesu asifiwe sana. So before uanze kukemea shetani, understand, are you going through a calling or you are going through a punishment? There are three types of wildernesses. And this wilderness, there is a godly induced wilderness. Bwana Yesu asifiwe sana. And there is a self-induced wilderness. And also there is a demonic induced wilderness. Kuna ile umepelekwa na shetani kwa sababu ya maneno yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna ile wilderness wewe mwenyewe ndio umejipeleka. Na kuna ile umepelekwa na Mungu. What's the difference? The difference is the wilderness ambayo ni ya Mungu iko na maana. Bwana Yesu asifiwe sana. There is manna, there is shelter, and there is clothing. Wana wa Israeli miaka yote waliishi hawakukosa nguo. Ama mlisikia walilalukiwa na nguo? Hawakulalukiwa. Hakuna siku walilala njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna siku walikosa mahali pa kulala. Siku zote walipata mahali pa kulala, hawakulala njaa, lakini hawakuwa na cha kuweka. Sasa utakuwa huko, ni udhukumaga huko na pesa ya kukula na kukunywa na kuvaa na kulipa rent, lakini ya kufanya kitu kingine, expansion, no, hakuna. Hata mama yako yule anakupenda sana, unasikia alikuwa anataka kukutumia kwenda kutumira besha hii, ndaigwa heka ploti kalali hodaba kule hai, nikakunegera next week. Next week anakuambia tumekosa kulipwa. Maana God is taking you through a process
ya wilderness, that you will never lack food, you will never lack clothing, and you will never lack a house where to live. Zote zitakuwa. But the self-induced wilderness ni ile unasikia hata chakula, kupata chakula ni shida. Unasema de jagwani. Yes, hata chakula. Ukiona watoto wako wamekosa chakula, that is self-induced. Ukiona wewe mwenyewe umekosa chakula mpaka umeenda kuuza mwili yako ndio chakula ipatikane, that is a self-induced wilderness. Ukiona nyumba imefugwa, imetoka, hakuna nyumba, Lord amefuga, there's a self-induced wilderness. A godly induced wilderness inakuwa na kitu inaitwa repatriation. Kuna softness Mungu anakuachilia kwenye lengo fulani. Hautaanguka lakini hauna cha kuweka, hauna utajiri, hauna chochote, but you are surviving. And even yourself ukiulizwa unasema I don't know how I'm surviving. Bwana Yesu asifiwe sana. I like this lady mwenye aliimba, I don't know what happened, I don't know how I am here. What I know is that God made it to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the most important you understand. I'm just preparing the ground in your mind because many of you are going through the wilderness ambao ni Mungu mwenyewe ameitengeneza. Hallelujah. Remember, the Spirit of God led Jesus to be tested by the devil. Mnanielewa? The Spirit of God led Jesus to be tested by the devil. So anything that is being tested, God can allow the devil to come and lead you into the wilderness for you to be tested so that you can meet God. Ndio ukutane na Mungu. Katika ile hali ya kufinywa vizuri, ndio unajua the connection, how to approach God, how to walk with God, how to live with God. Until a time utakuja understand ya kwamba in the calling you must be humble. A calling is meant to humble you. A calling is meant to prune you and produce the real you. A calling is meant to remove any impurity in you. And the moment all these things are removed in you, that is the time God will start using you. And by the time Mungu aanze kukutumia, anakutumianga na njia iko na unjaro. Sema jaro. Inakutumia na jaro. Anakuachilia ministry, alafu anakuondokea kidogo na anakaa pale kado na anavuruta kasturu, anakaa pale kado kuchungulia venye unaendelea. Wakati mimi nilianzisha ministry, mwanzo mimi nilikataa. Nganga akanipatia mashini za kwanza nikauza. Akanipatia za pili nikapatiana. Because Nganga was pushing me, I was refusing. Bwana Yesu asifiwe sana. He really pushed me, I was refusing. Na ndio naonanga napenda sana kusaidia because he pushed. There is a person, for you to know that you have a calling, there will be a person pushing you, not yourself pushing yourself. There will be a person that is igniting the fire because God will send people. Kama Abraham alipokuwa alipitia, ilikuwa tu ni mioto ile ya kumchoma ndio aende akapokea baraka zake. Alikutana na watu ambao akaangalia hawa watanipiga kwa sababu ya huyu mama, akawaambia huyu ni sister yangu, na akaachana na wao na akaenda. But let me ask you a question. You are my wife. Alafu ginya kwa kageke ugo juge gotige goko ati we sister yako. Ndiramenya kira gigwikika. No shoka kujetekera ringi. But this woman Sarah alivumilia tu na akaendelea because it was a calling. Because when we have a calling, people may try to kill you, people may try to destroy you, but God will always protect you. When Abraham was moving, akapatiana mke wake kama sister, kitu kile mtu alifanya because of the covenant that God had with Abraham, the covenant protected. So the people that has a calling, they have a covenant with God. Hallelujah. If God has called you, he will do a covenant with you. So whatever that happens along the way, he will provide enough security for you. Abraham alifika mpaka mawazo yakafika mwisho. Mawazo yake ikakuwa imefika mwisho, and nothing was happening in him until he surrendered his own wife, that this is my sister. And when just he left the sister for anything to happen to her, because that is what he did. He left her sister for anything to happen to her. But when that anything started happening, the covenant of God ilisimama.
Wakati mzee ameenda kwa bedroom, amejitayarisha, ametoa nguo ya kwanza amehang, akatoa nguo ya pili amehang, akaanza sasa kufanya misuli hivi, maana amepata kitowero hapa ya kukula, naye Mungu akafuga mashini ya mzee. Because of the covenant, God will always protect you. God will always protect you. You who is carrying a covenant, who is carrying a calling, God will always come in to rescue his calling if you have been called. But if you find amekuachilia umeenda mpaka hiyo vitu imefanyika, you are not called. When God has called you, temptations will come, but you will overcome them. Temptation will come to the near end. Itakuja mpaka unaona, I'm going there, I'm sinking today, but God will always come and rescue you. Huyu mzee alikuwa amejitayarisha because he was a king. He got every power, but when he tried it, akafanya kila kitu, God remembered the covenant of Abraham that you and your descendants, I'll protect them. You and your descendants, I'll fight for them. You and your descendants, I'll stand in for them. Bwana Yesu asifiwe sana. God remembered. That is why he says, I'm a promise keeper. With you who have been called, the promises of God will be fulfilled to the letter. Even if you are in the valley of shadow of death, God will be with you. He says, I will never forsake you nor leave you. He knew my son Abraham, amewacha mke because of his own security. And now Abraham, he went and left the wife behind. But the wife, as the king was preparing to make a nice meal of the wife of Abraham, God decided to prove to Abraham that I'm still walking with you. I'm telling you that even now, God has approved to you that he is walking with you. He will never abandon you. He will still walk with you. No matter what kind of a situation you are in, no matter what kind of a difficulty moments that you are in, it doesn't matter that what is happening to you. What's important is that God will rescue you. When they are ready to finish you, God will come in. When they are ready to do away with you, God will come in. When they are ready to say that imefika mwisho, God will start you. God waits until you umefika mwisho. Then that is the time the calling of God begins. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what very important. God will allow your will. God will allow your will to fail because he knows the human spirit is so stubborn. It will not easily allow God to take his place. God will make sure your will has failed. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifungua kabiashara atakafunga, ataongoja mpaka kaanguke. Ukipata kiboyfriend kizuri unasema hiki ndio kinaenda kunioa, something will gonna happen and mtaachana. Ukienda kazi uende Dubai, something wrong will happen there and you will be refunded back. Ukienda America kama mimi nilienda America, karibu nearly kidogo sana nirudishwe kama ile ya kurudishwa deported. God will make sure the will that is new fails you. Whatever you are planning, if you know you have a calling, go sit down and ask God for direction. Because he will make sure your will fails. Because he knows a human body and a human will is always stubborn. You will not be able to listen to God. He will squeeze you kabisa mpaka ukae chini. Once you are down, that is when God will come and walk with you. God will wait until you come to your end for him to begin with you. He will not walk with you in your experiences. He will not walk with you with your money. He will not walk with you with your knowledge. He will not walk with you with whatever that you have. God will reduce you to nonsense. He will reduce you to zero. Hata watu wote walikuwa na kuheshimu nakuta. They no longer respect you until you go to God. Umemwambia Mungu nimefika mwisho. The day you utaona umeambia Mungu nidakinya mwisho, can you call me? That's the beginning of you with God. God will wait until ujuaji yako yote iishe. Mami, Bwana Yesu asifiwe sana. How are you? Hebu simama kidogo. How are you now? Simama tu hapo sijakuita. How are you now? You're okay now. Look at me. You're smiling now? Si umeona amepona? Yes. God had to do that. Anaendelea kufanyiwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameleta Oliver juu pale mpaka Oliver akatetemeka. Alimwambia stop. What are you telling me? I want to see Apostle. Apostle Masimi. Nikamwambia mwachana na yeye. Huyo ni mtu wangu. By the time I finish preaching, she is called. This lady, she is a prophetess. This lady you see here, ameitwa na Mungu. Lakini ni mang'aa. Ni mang'aa ile inaitagwa mang'aa.
baya, atafadhali wale wako inage ni mang'aa. Ni mang'aa. Lakini umang'aa yote leo ataenda bila hata moja. Bwana Yesu asifiwe sana. And God will use her in a mighty way. So God, because God knows that human spirit is so stubborn, it will not be easy to allow God to take his place. That is why he will deal with you. That's the book of Proverbs 3 verse 5. That God will make sure the stubbornness that is in you comes to an end for him to start using you. Kama Karaja ulitoka kule kanisa ulitoka ukakuja ukaniambia huko tumefanya madharau. Nao hapa umekuja umeona Mungu amekufungulia, amekutuma mahali. Why? Because you are a stubborn person. Wewe, you are just a stubborn person. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Do not lean unto your understanding. Stick to God. Make sure God that is your pillar. Trust in the Lord with all thine heart. Yani give your heart to God. Surrender to God for God to start using you. Do not be a stubborn. Do not want to be like you want to push God to do this thing. If this thing is not happening, leave it. Don't push it. I used to push my agenda to God. I used to make things, I used to force things to work. And the more I forced them to work, the more I failed. The more I became frustrated. Like today now, I don't force anything. I sit there. Things are working. Hallelujah. Everything is working. And all those things that I forced, zote zimeondoka kwa maisha yangu. Anything nililazimisha kukua katika maisha yangu imeondolewa. And things now are being made. Comfort. My life is now so comfort. But nikitoka hapa sichoki. Natoka hapa sasa nikiwa raha mstarehe. Taenda pale nipike tu maji kidogo. Niondoke hapo niende nyumbani. Nitulie kidogo nilale. Things are working. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the stubborn nature in my life ambao nilikuwa nayo has come to an end. Hallelujah. Hata wakati nimeng'ang'ana kutafuta hawa watu, hii mmoja ambaye anaweza kukaa kwangu. Mungu really frustrated me. Akanifrustrate. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanifrustrate ya kwamba nothing worked. In fact, wacha nikwambie, kuna watu ng'abo mahali iji fulani walikuwa wamekusanyika, watu kama 8 wa mama, mmoja anaitwa Shiro, walikusanyika wakafanya maombi ya kufuka mimi nisijaribu kupata modo. Hallelujah. Hallelujah. Because I was trying also. What God wants to use you. He told Moses, go and liberate my people. And he was sent to go to Pharaoh, tell Pharaoh, release my people. But the same God alikuwa amekimbia kwa Pharaoh na mwambia kuna kamjinga kanakuja hapa, kakikuja kafukuze kaende. Anaenda Musa, anaenda akiwa na ujasiri kutoka kwa Mungu. Kufika huko Mungu anamwambia Pharaoh anamwambia unataka nini? Atake watu gani? Tiwambu we toka hapa. Askari toa huyu mtu aende. Anafukuzwa, anaenda kwa Mungu anamuuliza kagorage thiatia. Mungu anambia nimesema sasa teremka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaenda. It was up here and nothing worked. Can you open for me the book of 2 Kings chapter number 20? And it worked. It not worked. It was a struggle. It was a real struggle for Moses. Because God wanted Moses to know that it is not him. It is not him, the captain, the commander, who has made it to happen. In those days, Hezekiah became ill. And not this one. It is Deuteronomy. Deuteronomy 2nd. Do you have 2nd Deuteronomy? Deuteronomy chapter number 20. I think it could be Deuteronomy chapter number. Where anaitwa nani? Judah fought with their Benjamin. It's Deuteronomy 20. Ama ni King. Either King 20 ama Deuteronomy. When you go to war against your enemy, see horses. No. Not this one. Kings 20. Second. Ikikosekana ni sawa tu, I will explain it is here. The good thing, the entire Bible is here. Na mimi sikusomea Bible. Na wewe yes. So God will make sure that the proof that you will understand it is the will of God to cry. What is the purpose of God's calling? Bwana Yesu asifiwe sana. What is the purpose of God's calling? Judges chapter number 20. Thank you, my brother.
Then all Israel from Dan to Beersheba and from the land of Gilead came together as one and assembled before the Lord in Mizpah. God. The leaders of all the people of the tribes of Israel took their places in the assembly of God because 400,000 men armed with swords. 400,000 men were armed with swords. The Benjamites heard that the Israelites had gone up to Mizpah. Then the Israelites said, tell us how this awful thing happened. Tell us how this awful thing. Imefanyikaje mpaka wa watu wakaenda 400,000. Yani hamukwa munasikia. Mathina maya moka ngiri atia mutamenyire. Yani wajirie kuferera ku. Na niguo andu mako we muge. Niguo andu makuonaga we chap chap. So the Levite, the husband of a murdered woman, Levite ahujia. So the Levite, the husband of a murdered woman, said, I and my concubine came to Gibeah in Benjamin to spend the night. Muhujia. I and who? Pastor? Pastors in the house? That during the night, the men of Gibeah came after me and surrounded the house, intending to kill me. They raped my concubine and she died. Unaona sasa ni pastor? Ni pastor na explain venye ndogo yake ilirani. I took my concubine, cut her into 2 pieces. Sasa ni pastor. I cut her into 2 pieces and sent 1 piece to each region of Israel inheritance because they committed this lewd and outrageous act in Israel. Tusimamie hapo kwanza. This act, this man is not defending his wife. He's defending a concubine. Na ndio ignite vita kwa sababu concubine wake ameuliwa, alikata piece mguu akakata. So imagine this pastor in his right mind akikata binadamu, akipata mguu ya maiti, amekata hii, amekata mkono. Alafu sasa the act of carrying, sio ni mtu wa Mungu tu, the act of carrying. Bwana Yesu asifiwe sana. The act of carrying, akabeba mguu, akapeleka into every. I took my concubine, cut her into pieces and sent 1 piece to each region. Moja akapeleka Kayore, ingine akapeleka Dadora, ingine akapeleka Ridgeways, ingine akapeleka Ruda, ingine akapeleka Kikuyu, ingine akapeleka Gong. Pieces. How was he doing this? What was in his mind? What was he thinking, pastor, man of God? What were you thinking, man of God? Carrying body parts, distributing all over. Are you a man of God or are you a murderer? What are you? Bwana Yesu sana. That is dangerous, having such a man of God. Wakikuwa kama hawa ndio tabaya sana. Tuendelee baba. And he took them. Why was it? The motive? Why was he doing this? Now, all you Israelites, speak up and tell me what you have decided to do. Mmemwona sasa venye amekuja? Anawaambia, "Leo atwa nyoba. Murauga ati leo haha. Nemwona uria mutumia akweketo. Nemwona? Murenda gutwate. Leo kamweka gwata nigetha murwe. Mweka gwatia. Mwekera go shiriki ta juku nigetha murwe. Mwekera go shiriki juku ine nigetha murwe. But he kind of incited. That was an incitement from a man of God. Bwana Yesu asifiwe sana. All the men rose up together as one, saying, none of us will go home. Not one of us will return to his house. Already ameincite watu. Hallelujah. Now they are ready to go for battle. But now this is what we will do to Gibeah. We will go up against it. The order decided by casting lots. Hata wamejipanga sasa. Kila watu wapiga kura. Ndio waende kupiga wadara watu. Wanapiga na watu kwa sababu ya nini? Pastor na jagiri yake. We will take 10 men out of every 100 from all the tribes of Israel, and 100 from 1,000, and 1,000 from 10,000 to get provisions for the army. Then when the army arrives in Gibeah, in Benjamin, it can give them what they deserve for outrageous act they have done. The Benjamin never killed. This man alikuwa na kula raha zake, lakini sasa amefanya 2 communities to kill each other.
So all the Israelites got together as united as one against the city. Then the tribe of Israel sent messengers throughout the tribe of Benjamin saying, what about this awful crime that was committed among you? Sasa wametumana. Hii kitu kilifanyika. How about it? How do you say about it? Na watu watakuwaga kanisani. Insiders. Wako hapa kanisani. Kwanza hii kanisa iko na watu wengi wa insider. Ile story atakuja kukuambia. Unaona yule mama uliobea. Ni venye alikuwa amevaa, alikuwa amekuja na roho ya kukuseduce. Ugwe kwe hubete. Hata nilimuona, nilijua tu tasense, nilijua tu. Venye niliangalia hivi, nikajua tu laini itateremuka, utajua hiyo ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the kind of men and women we have in churches. Now turn those wicked men of Gibeah over to us. Sasa imekuwa mambo ya community. Na ilikuwa ni mtu na concubine na umaraya yake na wamepigwa. Sasa ameincite the entire community, na kabila ya Waisraeli ambaye alikuwa ametoka wamekuja. Wamemwambia hawa watu waliua huyo mwanamke waletwe hapa mara moja. But and there was none. Gibeah of those that we may put them to death and purge the evil from Israel. But the Benjamites could not listen to their fellow Israelites. Walikataa. That is a calling now. I'm speaking about standing with your God, having the principle of doing things. And immediately they said from their towns they came together at Gibeah to fight against the Israelites. At once the Benjamites mobilized 26,000 swordmen from their town, in addition to 700 able young men from those living in Gibeah. Sasa imeanza vita. Wamemobilize hapa. Imekuwa ni Gaza na Israel. And unakuta ni mtu tu na ujeuri yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Among all those soldiers, there were 700 select troops who were left-handed. Kaja nikwambia, watu wale wanaitwa ma left-handed. They don't miss. Akihioria kigodha hivi, ahiorie hivi. Arushe hii achilie. Aseme anataka tu kuguza hii kanywele kako. Unaona haka? Haka, kamesimama hivyo. Hiyo ndio ataguza. Hao ndio wanaitwa left-handed. Each whom could sling a stone at a hair and not miss it. Just a hair. Kachwele kakatu. Ahetokeria haha. Na keja jwele shiga nona hao. Sling. Left-handed. How many were there? There were 700. Israel, apart from Benjamin, among each of them, Israel, apart from the Benjamin, mastered 400,000 swordsmen, all of them fit for battle. Sasa kakitu ka watu wawili kameleta community hii na kameleta Wakikuyu na Wakaba. Sasa wanang'ethanira. The Israelites went up to Bethel and inquired of God. Sasa listen here. The Israelis, they went to Bethel and inquired from God. They said, who of us is to go up for the fight against the Benjamin? The Lord replied, Judah shall go first. Who of us? God, hapa kuna kitu Mungu anataka kufanya. The next morning the Israelites got up and they pitched camp near Gibeah. The Israelites went out to fight the Benjamites and took up battle positions against them at Gibeah. Then the Benjamites came out of Gibeah and cut down 22,000 Israelites on the battlefield that day. Kumbuka hawa ambao wamechijwa walikuwa wameulisa Mungu, na Mungu akawaambia nedeni Juda, nedeni mkararue watu. Lakini wameenda kurarua watu under the instruction of God. But what has happened? 26 tuko wapi? Rudisha nyuma kidogo. 22,000 wamechijwa. Having an order, having heard from God. Alikuwa amesikia vizuri. Na Mungu ndiye aliwaambia nedeni mkapigane. Walipoingia kwa field 22,000 wakachijwa. Na Mungu amesema. Sasa how do you call that? God has spoken to you, go to battle. God has instructed you, go to battle. So sometimes when we lose these battles, it's not that God does not want us. There is something that we are not doing right.
The Benjamin came out Gibeah and they cut down 22,000. But the Israelis encouraged one another and again took up their position where they had stationed themselves the first day. The Israelis went up and wept before the Lord until evening. And they inquired of the Lord. They said, shall we go again to fight against the Benjamites, our fellow Israel? The Lord answered, go up against them. Hallelujah. The same God who instructed them yesterday and they were slaughtered, he has again instructed them, go. Kwa hivyo Mungu anakubebaga na ile ujika umekuja nayo. Mungu anakubebaga na hiyo ujika. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the Israel drew near to Benjamin the second day. Then what happened? This time, when the Benjamin came out from Gibeah to oppose them, they cut down another 18,000 Israeli, all of them armed with swords. Another 18. Wakachijwo. So sometimes we lose these battles, yet God has spoken to us. Sometimes nakuombea hapa ni kuombea maombi mzuri. Ukifika nyumbani unakuta mzee ni mkali kuliko jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifika nyumbani unaambiwa sasa hata duka imefungwa. Ilikuwa haijafungwa, ulikuwa na warning letter, tutafunga. Ukifika nyumbani unakuta sasa kufuri na umetoka maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta nyumbani sasa ndio mzee hataki hata kukuona. Analeta vishasha. Na umetoka kwa maombi na prophetic word ilitoka, God has heard your prayers. Hallelujah. Then all the Israelis, the whole army went up to Bethel, and there they sat weeping before the Lord. They fasted, number one. Hello? They fasted. Previously in 2 occasions, they never fasted. That day until evening. And they presented a burnt offering. Previous occasion, they never offered an offering. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a way to approach God. How do you approach God? You must understand how God wants to use you. You must understand God. How do you come to God? In 2 occasions, walienda wakalia tu wakaambia Mungu, is it good? As if God is your brother. As if God ni mulika waku. Niwe yakatodhie. Wakapigwa, wakarudishwa. Number 2. Then, until evening, presented a burnt offering. Bado msesi jamalisa. I say. They presented a burnt offering and a fellowship offering to the Lord. There is a difference between a burnt offering and a fellowship offering. When you do a sacrifice, accompany your sacrifice with a fellowship with God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Not only bring a bahasha unawekelea hapa, accompany it with a fellowship. A fellowship is having confined yourself with God, bringing a relationship. And offering a burnt offering, a sacrifice, it is a command. It is a sacrifice to command God to operate. But before God operates, are you friends? Before God comes in your life to help you, Muriarata, is you a friend? No. If you don't have a fellowship, it means you are not in friendship. There is nothing is working. You have no relationship with God. So when you are giving a sacrifice, accompanied with an offering for fellowship, you fellowship with God. You make God become your friend so that he can come and talk to you. Hallelujah. And present the burnt offering and the fellowship offering to the Lord. Then what happened? And the Israelis inquired of the Lord. Now they have gone again the 3rd time. Inquired of the Lord. In those days, the ark of the covenant of God was there. Previously, was there ark of the covenant? It was not. They never went to seek God where he is supposed to be sought. Hallelujah. They never sought God where he is supposed to be done, to be sought. They were speaking to God kule kwa mitaro. So how you are talking to God, how you are walking with God also determines what you are going to become. The successes of your battles will only be won if you do according to God. If you are according to the procedures, to the protocols of heaven.
Bwana Yesu asifiwe sana. You don't just jump to God as if ni muithikiri wako ya. No. God is a God of protocol. He's a God that will want to listen to you because you have respected him on the protocol of spiritual protocol, of heavenly protocol. With the Phinehas, son of Eleazar, now they have brought men and women of God. Previously, they were not even speaking to the men and women of God. With the Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, ministering before it. Hallelujah. They came to the altar where there was a servant of God who was ministering to it. They asked, shall we go up to fight against Benjamites, our fellow Israel, or not? The Lord responded, now, go tomorrow. Go, for tomorrow I will give them into your hands. You are not going to fight them. You are not going to fight your fellow brothers. No. You are going to be handed over. They are going to be released to you. Hallelujah. When you have a protocol with God, a good relationship with God produces good results. Then the Israelites set an ambush around Gibeah. They went up against the Benjamin on the third day and they took position against Gibeah as they had done before. As they had what? So in all previous occasions, they had done according to the plan. But they didn't have a relationship. They didn't know how to operate. So when you are called to serve God, you must have a good relationship to understand. The punishment or the kind of life that you are going through, the difficulties za maisha yetu ambayo tunazipitia, zinakufanya uweze kukuja karibu na Mungu na uelewe lugha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why umepatwa na maisha imekuwa magumu. Uko na duka, it is well stocked, but wanakuja kwa neighbor where there is no good stock. Because God is calling you, kuja tuzungumzane, kuja tuogeleshane. Kuja tufanye nini? Come, we reason together. It is all about reasoning. You cannot reason with your enemy. You cannot reason with your enemy. You cannot be shouting at each other and then have a reasoning. Come reason. Let us reason together. Let us sit down and plan this together. All this was, God was inviting them to the table of negotiation. Let's come. Come, niwaambie what to do. Because he knew that whatever that you are fighting for, it is an evil fight. It is not a genuine fight. These people have a different thing. They are not doing the right thing. Because whoever that began this battle is a prostitute, yet calling himself a man of God. So they needed a man of God. You need somebody to guide you, the spiritual father, to walk with you. You need to do the protocols of God. You need to stand to do the will of God, to do a sacrifice, and to have a fellowship with God, so that God can permit himself to come and have a dialogue with you. God is a God of dialogue. So whatever that is happening in your life is a dialogue with God. God is just seeking a dialogue. So don't be stubborn. Listen to him. Do whatever he's telling you. He's just forcing it to work. Because he loves you, he wants it to work. He doesn't want you to waste your battle. He doesn't want you to lose. But if you want to go alone, he will let you go. God has no argument. If you go and say, God, unatakaje Mungu? Sininyorose hawa watu. Atakwambia enda. Na ukienda utanyoroswa wakiangalia. Na ukirudi atakuita my son. I will never forsake you nor leave you. Hallelujah. Ukirudi atakuita my son. Hata kama utapita kwenye bonde la mauti, bado nitakuwa na wewe. My son. This God is a cunning God. He's a mighty warrior. He knows how to fight battles. He knows the tricks. He knows how to do things. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not go like a child. Paul said, when I was a child, I used to do things as a child. Then the Benjamites came out to meet them and they were drawn away from the city. They began to inflict casualties on the Israelites as before. Just as before. As they are used to. They came and they started inflicting casualties. Oh my God, terrible. Those enemies that have been fighting you, they will come normally the way they thought. You are still an ordinary person. Hawajajua lugha imebadilika. Hawajajua plani sasa ni ingine. Hawajajua Mungu ni mwingine. They will come shouting at you. Wah, wah, wah. Not knowing God has changed the plan. Whew.
they began to inflict casualties on the Israelites as before. So that about 30 men fell. 30. Sasa ni 30. Hesabu imeteremka. Fell in the open field and on the road. The one leading to Bethel and the one leading to Gibeah. Then, while the Benjamites were saying, we are defeating them as before, the Israeli were saying, let's retreat and draw them away from the city to the road. Umeona akili imeanza kukuja? Sasa wanawafuruta, wanasema tu retreat, turudi nyuma. Wakarudi nyuma. Ndio wakuje kichijio mzuri. God will give you wisdom. If you allow God to walk in you, He will give you wisdom to do that business. He will give you wisdom to handle your family. He will give you wisdom to handle your ministry. You become, that's why you see sometimes men and women of God who has the wisdom, wanachesaga unaona ni kama wanacheza karata na watu. Lakini kuna kitu nacheza nayo. Nacheza na akili yako kidogo, nacheza na huyu, nacheza na huyu kidogo, nacheza na huyu kidogo, mpaka maneno yote inakuja na barasi vizuri. Unakuta moto ilikuwa imeanza kupanda, unaituliza vizuri na mnaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna mimi niko na fellowship na Mungu. Na Mungu ndio ananiadvise na babia, ongea na huyo msichana, muite darling. Because hivyo tu ndio ukimuita darling atapolea. Nenda kwa huyu mwingine muite babe. Unamuita babe anatulia. Nenda kwa huyu jamaa mwingine mwambie wewe, unajua Mungu anakupenda sana. Hata hii kazi unaona nafanya nitakuachia. Unaona hii ametulia. Alafu unawaleta pamoja vizuri. Unaambia sasa tufanye kazi ya Mungu. Unakuta kila mtu anafurahi vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. And you win the battle without drawing a weapon. Look here. All men of Israel moved from their places and took a position at Baal Tamar. And the Israel ambush charged out of its place to the west of Gibeah. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the 10,000 of Israel, able young men, made a frontal attack on Gibeah. Fighting was so heavy that Benjamin did not realize how near disaster was. That's the victory of God. That the fighting was so fierce. They never realized, because they were fighting from this side, fighting from this side. The people they were used to killing, walikuja, wakageuka, wakakuwa malayon. The people that have been fighting you, the people that said you are going to die, the people that have been running away, wamekusukuma baka umefika kona. I want to tell you, when you have a good relationship with God, He will cause you to inflict pain after pain, to cause pain to them until they will not know when they are being finished. Hawatajua ukiwamaliza. Usijali. Hata akikuja wakuje wakiwa namna gani. Usijali, the process has begun. Hallelujah. Ukiomba maombi hapa uende ukute moto imewaka nyumbani, usijali, it's because process imeanza. Process imeanza. Hallelujah. Lakini ukifika nyumbani ukute hakuna maswali na hakuna kitu unaitwa babe, darling, ujue kuna kauogo fulani kanatembea hapo. The Lord defeated. Who defeated? The Lord defeated. Previously these guys went alone with God. Waliuliza Mungu pale, wakamwambia Mungu ende ukakunywa kahawa, sisi wacha tuende ukapambane. But now they invited God. When you invite God into the process of God, you win every battle. Then the Lord defeated Benjamin before Israel. And that day, the Israelites struck down 25,000 Benjamin, all armed with swords. Hallelujah. Aturati doki ngangana na adu matali na kulia mali. Bamba tuende haraka ama bado ni adui. Then the Benjamites saw that they were beaten. Now the men of Israel had given away before Benjamin, because they relied on the ambush they had set near Gibeah. But they are waiting for the same ambush ambao walikuwa wamekungojea. Kumbe maneno yashabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutangazia siku ya leo, God is doing your battle. Release these battles to God. Release this everything to God. God is winning. Don't panic. No matter how situation looks like difficult, no matter how compounded it is, just surrender to God. Have a fellowship with God. Once you have a fellowship with God, God will command His forces to come and do the battle for you. He told them that I am going to fight. The Lord fought handed over to them. Those who had been in ambush made sudden dash into Gibeah, spread out and put the whole city to the sword. The entire city. The entire what? The entire city was put to the sword.
the people who were killing them like rats, the entire sword iliwekwa into sword, ikalalishwa chini. Ikachini kuwekwa, putting them into sword, si ati kuwekelea jora hapa, ni kuchija. The entire city, Nairobi city, was butchered by the people previously butchered twice. Hallelujah. So these battles are not ours. It is not we who fight. When you have the calling of God, release yourself to God. God will do the battle for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie huyu mama hata akilala, the calling of God is upon you. All your enemies are going to be defeated. Hata adui wa kulala ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. The Israeli had arranged with the ambush that they should descend up against the cloud of smoke from the city. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And then the Israeli could counterattack. The Benjamin had begun to inflict casualties on the Israeli, about 30. And they said, we are defeating them as in the first battle. Are we together? But when the column of smoke began to rise from the city, the Benjamin turned and they saw the whole city going up in smoke. Hallelujah. So, did they fight? God won the battle for them because of understanding the processes of God. Just understand the process of God. You may lose today, but tomorrow you are going to make it. They may fight you today, but tomorrow you're going to just make a fellowship with God. A fellowship offering. Just have a fellowship with God. Create a good relationship with God. God who's going to do the battle for you. That thing you are saying so difficult in your life, it is not difficult at all. God has already commanded an army to come. He is only waiting for you to stop the stupidity that is in you. Just relinquish that hooliganism mind that you have. Hiyo kujifikiria unaweza, ujuaji mingi, hii mambo mingi unaona unaweza kufanya. We can do it. Hata naweza akiri mahoya kaginya kataroni nimekonyona. You are going to lose like a dog. I'm telling you, my friends. Hallelujah. Ushaiona hayana ikitoroka? Ilikuwa imeona mkono ya mtu. Unajua hayana inafuataga mkono ya mtu. Ikifikiria itaaguka. Ukigeuka hivi inaenda bio. That's how you're going to lose the battle. No matter how anointed you are. It doesn't matter how special, how you know to read the Bible. It doesn't matter how good you are. It doesn't matter how educated you are. It doesn't matter. What matters is your relationship with God. How are you related to God? Ilikuwa imebaki kingine. Then the battles counterattacked and the Benjamins were terrified. Wale walikuwa nachija watu. They were terrified because they realized their disaster had come on them. They will realize your enemies, those people who are so tough on you, those people who are fighting you, abusing you like nobody's business, those people who are saying bad things about you, they will realize the battle has come on them. Then the Israel go, so they fled before the Israeli. So they would run away. Into where? Can we read louder? So they fled. I want to prophesy to somebody that all the enemies in your life, they are not going to escape any battle. Hawataepuka, watamalizwa. They are going to be destroyed. Everyone. Just wisdom. Tumena tuhakiri. Otohakiri tu nini? Hallelujah. Mugamba. Tuhakiri tu kidogo tu. Achana na ile mambo ulifundishwa kule Nyeri. Tumia akili tu kidogo. Bwana asifiwe sana. I think that is enough for you. Sindio? That's good food for you. How many of you are blessed? Hallelujah. Sasa leteni sadaka hapa. Leteni. Hivyo mmeinua mkono, leta sadaka na ulete sadaka mnono. Na ujue leo ninakunywaga kachai pale Serena. Hi, ma'am. Come forward now.
Angalieni, mnataka muone how the Benjamins have been fought. I want you to see. Nataka muone venye wa Benjamini wameshughulikiwa. Okay. Sasa. Talk to her. Talk to her. Sinaona? Sinaona? You are healed in Jesus name. Ile kitu tanipatia ni hizi. Ziko na ushetani fulani. Nitolea paya hii. Hii ni harusi. Sawa, you are free. You are healed. Kuja. Praise the Lord. Hallelujah. God is love. And I'm healed. Amen. Si hatokotokoile umanashi. Ukorokile umanagoeha. Huyu mama ametusumbua pale. Anani command. You have to pray. Yeah, you have to pray. May God fill you. In Jesus' name. Yeah, so no. You win a battle without drawing a gun. Simple. Oh, go to mommy. Hey, understanding your calling, your relationship with God, you will win every battle. You will win everything. God has helped her. The next time, she's going to prophesy. Hallelujah. Sasa nataka mulete pesa. Ni pesa dereda. Na sade, mukuje na pesa ya kulipa rent. Nego. Natitofanya tu nini? Hii nyumba nafikiri ni ya pesa ngapi? Nyumba ni ya pesa gani? 7 million. Ushoka ujokira na ka 50. Ushoka ujokira na ka 50. Najua sade mwoka nuthu. Sade kila mtu kujia na pesa ya kulipa rent. Na ukileta ile utalete, hivyo ndivyo Mungu atakulipia kwako. Atalipia maisha yako. Well, I'm just trying to train you. Sio ati naweza kosa hiyo have a million. De mudo mutogu. I'm so rich. I'm a very rich man. Very rich. I'm very rich, but I don't say. I'm very rich. Sio ata unanijua. Wamenyire kikuwa pesa JK-ini. Kuaga pesa na buti. Yeye akinijua. Aliangalia kwa buti akaona pesa. Nikipaki pale Holy Family Basilica, alikuwa Mkatolika. Sasa akaangalia hivi na msalaba yake akamuonyesha. Msalaba, njia ya msalaba. Akaniambia nifundishe kuweka pesa. Uliona tamini mjaja. Ninajua kuziweka vizuri. Thank you. So simameni kwa miguu. Tunasimama kwa miguu ama tunasimama na miguu? Kwa miguu. Huwezi kusimama na miguu. Nikikwambia usimame na miguu, ni uinue miguu yako na wewe msimame pamoja. Simama kwa. You are standing on. Unatumia miguu kusimama. Hiyo ni ngeli ya kwi? Ya kwi. Ama ni ngeli ya nini? Ni ngeli ya kwa kwi. Bwana asifiwe. Muthe wathie ku? Muthe? Oyo mukolino. Wathie ku? Agethie na group yaku ne kwenda kwaria nao. Mutigathie munyone. Yes, andũ ane marenda kũndathi mamena makiri ũmũthĩ. Mumesikia Sunday nataka pesa ya rent? Mshoke murege gũka. Na mmesikia tarehe 12 mkule sikukuu. Na December 25 ni sikukuu, mimi sijatabua hiyo si ya Kristo. Nimerudi kusoma Biblia vizuri, nimeona ni huyu etagwate muthamaki ucio. Etagwate. Tamuzi, tia Tamuzi. Tamuzi ni wakomire na murio etagwate.
Litwalilo la nike. His son. Anaitwa nani? Anaitwa, kuna jamaa alikuwa pastor, hiyo jina ilikuwa nani? Alikuwa anaitwa nani huyu nani? King somebody. Mudhamaki yule aliua sister yake. Karaja. Ule alioa sister yake, akarara na sister yake, akamduga mimba na akaua. Hiyo jina imepotea. Si Napoleon, si si Absalomoni. Hapana, nyinyi mna shida mkionea Daudi na watu wake. Kuna huyu aliua dada yake, alilala na dada yake, akamweka mimba, akamuua. Akarudi akaenda akachukua mama yake, akalala na mama yake. Sasa wakati mama yake aligundua ako na mimba, akasema sasa, akatafuta binu, akaambia watu, niko na mimba, lakini hii mimba ni ya huko, ni ya jua, ni jua ilileta hii mimba, na yule mtoto amezaliwa ni Nimrod, anaitwa Nimrod. It is Nimrod. Nimrod ndiye alilala na dada yake, akamduka mimba, akarudi akaua. After that akachukua mama yake mzazi, akaduka mimba. Sasa mama yake akasema, after nitengeneze kitu mzuri, story mzuri ya kueleweka. Akasema hii mimba ni ya jua, imetoka kwenye mfalme wa jua kule, na kanaka akanika kegu. Yani ni mtoto mwenye ni mwanga mtupu, na atakuja kutawala dunia mzima. Haleluya. Mama akafichilia mtoto. Kingine ni Nimrod. Una imagine? No how to get mena muno. Ne mami kana ne brother. Ne mwana. Ne mami. Ne mami. Ngocha ne mami waigwithirie mwana ke akimwira. Ne muti kimwira. Sasa hapo kale katoto kalizaliwa ndio kanaitanishwa na jina ya Sunday. Mungu, that God. Nitakuja kuwafundisha mambo ya tamuzi, na hiyo nimepata ufunuo raundi hii. Ile ufunuo niko nayo. Tunabomoa. Hii tunabomoa na tujenge gine mpya kulingana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumeweka kitu kwa bahasha ama ni bahasha mmebeba? Mumeweka? Na nitalete nganga hapa awanichugusie. Angalia kama ni ya kupeleka kwa waganga kama ni ya Mungu. Mnajua kama huyo ni baba yangu ya kiroho? Hiyo ndiye aliniombea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mkeka wake rakara. Agituika serious muno tawe kwene. Nyendaga tugetikana muri akenu. Letigo simu uko nduika turi akenu. Anyita. Ni oke anyone. Ni anyingatire. Ni oke anyone. Nende ndina service ya hau. Yari ya mwere oke anyone. Nikigetomaga ni ahotire gwaka ciake cio nyumba gwake, kare ni akete nyumba igire isinya kuria kungi haha ni haremire. Yes. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mutikere. Reheire wa. Yes. Good. Na gohopu ni kindu kiega mwekera. Si habroga ile ciandikaga ng'ang'a. Yani amuleti nyinyi mnekaa huko nyuma tu. Hallelujah. Amuleti? Ndivyo nimeongea na nguvu alafu hamwezi kuleta kitu. Hapana, utingelio guo. Yes. Leteni. Nigudarie na hinya, nderutanĩirie. Siata umefurahi? Ngaki.
ya vile nilivyoambiwa Kuja tu. Njoo. tena sauti yako yanizidia. Yani amuleti. Zote uko area. ninazosikia ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Kabisa. You are feeling good. yanisidia sauti zote Aya, ona wewe huko. Nakataka. Kale kale iba. Amujalete. Nielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, Nani alikata hiyo? tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba, yote ni makuu, wala wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Yale umetenda, yale unatenda Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Ninashangaa, ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote. Ninashangaa, ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote. Yale umetenda, yale umetenda Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale umesema, yale umesema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako yanitosha nikiwa nawe, mimi niko huru. Yale umetenda, yale umetenda Baba,
wayasema wa upendo, maana pia wayasema wa upendo. Yale umetenda Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale umesema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema wa upendo. Ni wewe na kuabudiwa, ni wewe, ni wewe na kuabudiwa, ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe na kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe na kuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakuabudiwa, ni wewe, wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, wakuabudiwa, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe, mwenye nguvu na uweza, ni wewe.
tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Tegemeo langu ni wewe. Tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Tegemeo langu ni wewe. Tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Tegemeo langu ni Ati unasemaje? Nikuache? Niache? I leave you alone. I'm not with you. Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ninakuchosha akili. Umechoka sana? Inaweka kwa wapi ndio inapumzika? Nakuuliza. Akili bado inachoka? Ati nini? Iwezi kukutishia? Nini nakutishaka? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Who are you? Do you know where you are? You are in a fire territory. You have been captured. You are not. Can't make it. Yeah? You can't what? You can't make it. I can't make it. No. Are you sure? Are you sure? And what's your name? Who are you? Who are you? Yes, I want to know. Who are you? Let me look at you. Who are you? Yeah? Wewe ni nani? Hebu anza kutoka. Na uponge mizigo zako na uende. Ati nakutishia. Yeah? I leave your territories. What are your territories? What are your territories? Yeah? Don't push me far, please. I don't push you far. What is your territory? Yeah. Out! What? What is your Do you territory? think you know me? I think I what? Do you know me? Ati? Do you know me? Hebu anza kuchomeka. Chomeka! Fire is on you now. 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 Fire. 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 Fire is on you.
things in this world. Leave me. You are the what? 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 The Lucifer. 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 Lose the spirit. Lucifer, talk now. Lucifer, talk now. Out of this body. I command you in the mighty name of Jesus Christ. Out. 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 The blood of Jesus. 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 Ninabomoa ufalme wako wote. In the mighty name of Jesus Christ. No more. Lose the body. Lose the spirit. Lucifer has said of who? Lucifer has said of who? Oh yeah, Lucifer. You are defeated. Lucifer, kumbe ukuage na nguvu Lucifer. Lucifer. Nyoka toka ndani yangu mama. Toka. Out. Toka. Toka. Lucifer. Wacha. Lucifer ameenda. Lucifer na mioto. Yeah? Leta tumuweke down. Lucifer. Huko. Okay, menyang'ani huko holo. Lucifer. Takudada wena. Ya kuisha. Sasa kama Lucifer mwenyewe ndiye ametumana. Kwa hivyo tumaagenti tu wote tumetumwa tumeisha nguvu. Msichana. Yaani ulienda kwa duka wakakuuzia nguo imeraruka. Yaani wakakuuzia nguo imeraruka. Si watu ni wabaya. Waliona wewe ni mtoto. Utanionyesha kuja kesho unionyeshe huyo mtu alikuuzia. Tutamunyorosa. Akurudishie pesa yako. Yeah. Mami, si nilikwambia. Nilikuhoya ile. Nilikuhoya ile. Tukigerera guoko kuu, gerera hau. Uga mwathani Jesu. Honokia kuma kuri moko-ini ma ngoma. Amen. You are free. In Jesus. My sister, how are you? Stand up. Simama. What is your name? Tuambie tu jina yako. Naitwa Boy. Waboi. Kwenu ni wapi? Ni Eldoret. Ni Eldoret. Ulikuja kutoka Eldoret? Na nini ilikuwa nakusumbua? Kwanza hii asubuhi nikikuja jana ndio tuliongea na sister yangu. Ako wapi sister yako? Ako US. Anaitwa nani? Anaitwa Njuki. Judy. Eunice Njuki. Asalafu? Yeah, anajua okay. We like go through the same issue. Lakini mimi wanapitia I think more than that. Because kuna kitu inakuwa kwa tumbo. Nawe ama? Something moving. Kama kanyoka hivi. It's something that is really moving and then try like nimepanga mahali kwenda. Like today nilikuwa nimepanga kwenda. Kuja hapa. Ulikuwa umepanga kwenda wapi? Nilikuwa napanga kuja huku. Because I knew it is not well with me at all.
that I have been really on prayers. But these things pursue me so badly that hata ukienda kwambia mtu you want to pray with, Anakata. yeah, they can't. Na tukiomba na wewe, tuseme umefanya deliverance, either one of you, mtoto wako ama your people will have to die. Aya. Yes. We'll have to die. Yes, we'll have to die. God forbid. Yes. God forbid. Guy, somebody will have to die. Yeah, someone has to die. Oh, Paul. So in the morning, that thing that was so aggressive, very aggressive, inakupush na unasikia nika inafunga kwanza kwa code. Kwa code. Inafunga. Okay. You experience that maybe a whole day, the following day, until you go to pass. When you pass, then it leaves you. But many times, because it's not something that has been here for some time, for little times, it has been there for quite a long time. So when I pray about it, it shows that it's gone, but it doesn't go. So when you want to plan to go that very early morning, okay, let me say the truth. It is a bad thing because ina control hata gadget yangu. Gadget ya? Simu. Inaongea na simu yako? If I try to communicate with you, it has to cut the communication. You either don't get me or I don't get you. Or either. And how did you manage to come here? That's why I was feeling like this day can't go that way. Yeah, it was a full struggle. You came in the morning? Yeah, I actually started the journey yesterday. I stopped over at my hill, and then I proceed on in the morning. You had a car? No. You came with the matatu? Yeah, came with Why did you stop over at Maimayo? Because it was overnight. Oh. Yeah, and I had determined. Because when my sister talked to me, he told me that, okay, I've gone places, let me tell you. I've even gone to Ezekiel, Pastor. Umeenda mpaka kwa Ezekiel? I've even gone to Cataroni, prayed for 40 days and 40 nights, doesn't nothing. Go. How are you feeling now? How are you feeling it? It doesn't show right now. It shows very early in the morning when I'm ready to move. Then there's something in my ceiling, which I don't understand why they connect. Oh. Yeah. But now, how are you feeling? Nasikiaje? Feeling so tensed. So tense. Yeah, and less strength. Less strength. Umekosa nguvu. Na tense. Sasa inakushikanga wapi? Hapa kwenye kitovu. Simama. Usinishike. Niachilie. Nasema hivi. Lazima uondoke kwa huyu mama. I command you. Kutoka kwa ceiling pale huko. Wewe anko. Nganga. Wewe funga mizigo yako na uondoke. Kitovu hiki ulikishika, nishike hapa. Shika hapa. Alishika kitovu. Niliwaelezaje? Alishika kitovu kikapelekwa kuzimu. Si unaona? Check, look here. Si unaona? Shida ni kitovu. Ndio kilipelekwa kuzimu. So she's now protecting kitovu. Out in the mighty name of Jesus Christ. Out! The mighty name of Jesus Christ. I'm doing this to you. It has to come out. It has to come out. In the mighty name of Jesus Christ. You are powerless. Kitovu chako cha mtoto huyu kinaregeshwa.
Katika jina la Yesu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I fix the umbilical cord. Ilipelekwa kwa waganga na wachawi. I retrieve it. I retrieve it. Kutoka kwa wachawi, kutoka kwa waganga. I retrieve it. I retrieve it. Kutoka kwa waganga, kutoka kwa wachawi. Every connection, every connection kutoka kwa sealing board, kutoka kwa sealing board. I release you. I release you. The mighty name of Jesus Christ. You are powerless now. I'm fixing now the lost. It's so painful. So painful. Inarudishwa. Inarudishwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rise up. Toya. Hiyo ndio connection yake. Wekele wale. Wekele tu hapa. Amuka binadamu. You are free. Leta mkono wako. Simama hapa. Sasa angalia. Simama straight. Simama upright. Sinara. Kitovu kilichukuliwa. Wakaenda wakazika. The entire family, mpaka sister yake huyo mwingine anateseka the same way. Si ndio? Mesikia ako mbali anakuja. She's coming from very far. She's coming back. You can't survive. Sit there. Enda kuja nikuonyeshe pale moto mzuri iko. Kuja hapa. Karadhi hao, kaa chini hapo, kaa chini hapo. Kalia, kaa hapo. Hapo ndio kuna moto ya kukuchoma vizuri. Anatoka mbali. Wamempeleka kuzimu, wamempatiana kwa Lucifer himself. Hii ni mambo ya maanko na maanti. Ati ukienda kumsaidia kale kama kijana kagine kako wapi? Where is my friend? Yule aliua madaktari wawili. Ukienda kumutibu unakufa. Ako wapi kijana? Sasa hata alikuwa naogopa nikimwambia nitakufa. Alileta mama yake akaokoka. Na akaleta baba yake akaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hii kazi? Hii ndio kazi inakungojea. Naona ngangana hapa na sadaka za matatu. Kuja hapa kwa kiwaja. Ikia kwa kiwaja kwa mimi. Yeah. The field is waiting for you. Mungu amewateua nyinyi wote. Kuna mwingine hapa wa Lucifer. Kuja hata wewe ni wa Lucifer. Oka haha. Kuja hapa. 666. Sasa hii umechukua mezoom. Sasa hii ni kichana ya kuchanua nywele. Iko na 6. Nywele inatumika kwa waganga na kichana. No, sorry. Na kucha. Waganga wanachukuanga kucha na nywele for the covenants. Ndio nakutanga utaweza kuta umenyolewa usiku hauna nywele. It is for the covenant. Sasa aka kanachukuaga kuna nywele na bakingi hapa. Ukichana hivi kuna nywele inabaki hapa. Sasa hiyo ndio wako na haja na yao. Wana make covenant na wewe. Sasa wewe uko miles and miles away. But you are operating under them. This is now what they monitor you with. Iko kwa nyumba, hii ndio satellite. Wana communicate na wewe. Pia kitu kingine wana communicate nao. Unaweza kuona kuna inzi inatembea tu ni moja, hakuna ingine. Ni moja.
Hiyo inaitangwa monitoring spirit. Ndizo wanatumia kumonitor your movements. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona wakati mwingine mkivaa pete na watoa, because hiyo pete ndio link wamekupatia. Wewe ulifikiria ni kununua, ulinunua, lakini it was positioned for you to come and pick. Kasiana kama haka kanaweza kwenda kachukue ring mzuri sana, kachain kazuri, hata ukiona una admire, lakini inside in 666 they hajui. Yeye uwezi kumblame, hajui. Lakini amechukua tu, ameenda amenunua. She was connected. Spirits zinajua venye zitakuconnect mpaka unaenda mahali kitu yao iko, ndio wanakuconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important when mkinunua hizi my earrings, hizi mapete, look at them kama ziko na signs. Kuna signs, hebu tuangalie yako. Sisemi nini? Si unaona? Na ameiseti vizuri, inanimulika. Yeye ajui, lakini ameseti vizuri, inanimulika, ndio nisiendelee kuongea. Hii ni nini? Hii ni nyoka. Hii ni kichwa ya nyoka. Na hii ni 66. Hii ni 6. Hebu litole. Toa. Toa hata hiyo ingine. Hiyo ni harusi. Leta. Sasa. Unaona? Hii ni nini? Hii ni 6. Hii ni 6. Ndio hii hapa. Unaona 6? Na unaona alikuwa kule nyuma. Nilipo mention 6 akakuja hapa. Because yeye pia ni agent kivyake bila yeye kujua. Sasa tumekuwa maagenti without our knowledge. Hata pastor anaweza kuwa agenti. Hii microphone inaweza kuwa nimeitoa kwao. Sasa mimi nahubiri hapa na nahubiri vizuri, lakini kumbe ni mapepo na warushia. Nini nimekuleta hapa? Nimekuja tu. Umejipata hapa? Kutoka huko ulikuwa huko, nimeona umeruka ukakuja hapa. Nini nimekuvutia? Ulikuwa nasikiaje nikitaja 6? Nilikuwa tunaiangalia. Ulikuwa unaiangalia? Ukajikuta hata wewe ni mmoja wao. In the mighty name of Jesus Christ, I disconnect you from the principalities, the spirit of the Freemason, the spirit of the devil worshippers. Ninakudisconnect in Jesus' name. Yes. Wewe unajua kwenu ni wapi? Nani? Mwenye ni nani? Huyo msichana wa Farida, huyo mwenye nilienda kwake. Mulete. Muyendo. Mulete. Sinaona mna connect. Sina kwa nyine kwa mahuduma. Nawajua. Baba yako ndio mkubwa wa hii. Ndio hii. Simejua. Unamkumbuka huyu mama? Huko. Ni nyumba kubwa hii inatutawala. Zidio. Lakini Mungu akokoe. In the mighty name of Jesus Christ. I set you free. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. So that is how mpigieni Yesu makofi. So we are recovering our society back to God. Now there's so many paraphernalias around here. Mashati, matroza, underwear. Unaenda unanunua tu kama sasa mfano, lakini hii yako ni mzuri. Unakuta hii maandishi mwenye aliandika iko na kusudia. Lakini wewe unafikiria ni nini? Ni madoido. So everything that you buy, hata saa, hata bahasha, iangalie na iangalie tena. Because hizo ndizo wanatumia. They have set so many people to come and capture. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda kwa supermarket, niliona mtu mwingine ameandika kwa blog yangu,
Anasema wewe Waruinge unashambulia watu na nilisikia ukiomba chai, pesa ya chai. Wende ukakunywa Serena. Do you know what you are talking about? Nikamwambia I know Serena ni kwa divorce, ni kwa Freemason. Pan Africa ni kwa Freemason. Stanley Hotel ni ya Freemason. I know. Hata ile gari naendeshea tulitoa, kuna kanamba kameandikwa hapa kwa kioo, main kioo hapa kwa hii ya kwa gari inaitwa Inamira. Hapo juu kuna namba either 6, 5, 2, 1, 10. Hizo ni namba za kwao. Ukinunua gari toa hiyo namba because that is what they used to connect you. Hata hii nguo hii imetoka factory. Unajua ni factory gani? Ujui ni factory gani? Yes sir. How are you? Yes. Kwa majina naitwa Amos. Nilikuwa bodyguard yako. Nilikuwa nasimamia security hapa. Walikufuta kazi? Yes. Kwa nini? Sijui. Walikufuta kwa sababu tulikuwa marafiki, kwa sababu walikuwa wanataka kuleta watu wa Manyuru. Yes. Unajua ile mafuta ulituonyesha venye walimwaga? Walimwaga mafuta nikaenda na wewe. Walimwaga mafuta ya Manyuru. Huyu ndiye alituita akatuambia mafuta imemwagwa. Walikufuta kazi? Oh yeah. Sasa unafanya nini? Mimi niko kwa nyumba na watoto wawili. Hawakukupatia reason ya kukufuta? Hawakunipatia reason kwa sababu temo ukiingia mara ya kwanza mimi ndio nilikuintroduce kwa wakubwa huko juu, ndio huko juu kwa hii kanisa. Sasa wakasema mimi ndio nilikuchukua, nikasema ili wapate hii kanisa yako. Sasa mimi nilikuwa the head of security. Nakumbuka. Nikakupeleka hata ukanibeba gari yako, nikakupakia vizuri every Sunday, on Friday, kila siku. So wakati Manyuru alimwaga mafuta kila mahali, so nikaambia enda leave, ukapumzike. Nikaenda nikamzika 1 month, 2 months, 3 months. Mtoto wangu akagonjeka. Nikaanza kugonjeka, bibi yangu akaanza kugonjeka. Mtoto wangu akaanza kugonjeka. Sasa ile madraga. Yes. Wakati alimwaga mafuta ukakuja ukanionyesha. Wakati alikuja, unajua namuelewa Pastor Manyuru. Nimekuwa hapa on gate as a supervisor. Mimi nimekaa chini on Saturday, akaniambia wewe ndio unasimamia hapa? Nikamwambia ni mimi. Yes. Akaniambia kuna pastor ameingia hapa. Tuendelee. Kuna pastor ameingia hapa, anaitwa Pastor Waruinge, Acc Waruinge. Nikamwambia sikumwambia kuna pastor. Nikamwambia kuna kanisa imeingia hapa M-pesa. Sikushughulika na yeye. Akaniambia amenikia kanisa gani? Nikamwambia unaweza enda kujionea pale. Wakati hii madhabahu ilikuwa inatengenezwa, akakuja akaangalia na akarudi. Yes, pastor mwenyewe Manyuru, yes. Alikuja hadi pale. Hata Aya. Manyuru alikuja mpaka hapa. Alikuja hadi kwa hiyo mlango. Ilikuwa wakati wa kupeana chakula. Wakati mafua ilikuwa imekuja hadi pale. Akauliza hizi magari zinaenda wapi? Niambia inapeana chakula kwa wale watu wajiwezi. So ile wakati akakuja akapanda kwa hiyo stairs. Akaangalia kwa hii kanisa na akarudi. Baada yake akaona kuna watu wanapepa wale wasee wakongwe wanapeleka chakula, kila mtu anaenda na bag. So akauliza hii chakula inatoka wapi? Nikamueleza hii chakula inatoka kwa Pastor Waruinge, Acc Waruinge. Akasema huyu ni pastor mgani? Nikamwambia unless wewe mwenyewe ni kujionea, mimi ni security na mimi ni mkubwa wa security, nasimamia security officer kwa hii building. Akasema ni sawa. Kesho yake nikaingia kazini asubuhi, yeye mwenyewe akatoka na bodyguard zake,
akamwaka mafuta hadi na huko, akamwaka mafuta hadi kwa barabara huko na kwa hii gate. Sasa nikashindwa hii mafuta ni ya gasi gani? Nikamuuliza, akasema wewe usijali. Baada ya 1 hour ukaingia, nikakuelezea, kaniambia hiyo haina shida, mimi ni mtumishi wa Mungu, hiyo usikuhusisha na mambo mengine. Nikafungulia mlango, ukaingia na kikafunga mlango, ukaunga na watu wako, wakaendelea, ukapewa chakula, kila kitu, kila mtu nikakontrol kwa barabara, wakatoka wakaingia. Sasa wakati hiyo nikaenda nyumbani leave kupumzika, mapumziko yangu, yaani nikakaa kidogo kurudi. Sasa akaniambia either uingie kwa hii kanisa yetu unless ndio tukupee usaidizi. Nikamwambia hapana. Nani? Yeye mwenyewe. Manyuru. Yes. Akasema uingie kwa kanisa. Yes. Yao. Yes. Ndio wakupatie usaidizi. Yes. Nikamwambia mimi sina usaidizi yote, sina mtoto wa kusomesha, watoto wangu bado wadogo wachanga. So siwezi unless maybe nikikazi ni sawa. Lakini sasa kama ni mambo mengine siwezi. Mimi nimekuja hapa kufanya kazi kusaidia watu wangu. Ndio maana wakati uliingia asubuhi na mapema on Saturday ukaniambia mambo, habari yako mzuri, nikafungulia mlango, nikakuonyesha mali yako, mali unaikanga kari yako. Nikamwambia uko sawa? Nikamwambia niko sawa, sikueleza. Nikakuja kwa ofisi yako, nikakwambia mkubwa iko hivi, mtumishi wa Mungu, kuna Apostle Manyuru alikuja akaweka mafuta kila mahali, tafadhali kuja uende ujionee, maybe unajua mimi sina mambo mengi, kuja uende. Nikaenda na wewe, tukaandamana na wewe, nikakuonyesha kila mahali kuanzia huko chini hadi huko. Ulijionea? Niliona. So wakati nilikuja hapa nikwambia mtumishi wa Mungu niombee. Wakati hiyo nikaenda nyumbani, wakati nirudi mambo ikakuwa inaenda hivi. Ndio maana nimekuja hapa usiku. Ile timu yote mlikuwa nayo hapa ikafukuzwa? Hiyo timu yote. Wakaletwa watu wa Manyuru wote. Kwa sababu wale watu wote ni Waluya huko kwa kina Manyuru. Yes sir. Hata wakaleta watu wakaweka kwa mlango hapa. Yes sir. Anyway, usijali. Sasa unaishi aje? Unakaa aje sasa? What is your life? Naishi kung'ang'ana. Kung'ang'ana na maisha. Unakaa wapi? Naishi hapa Chokorode, Malaysia Makongeni. Nyumba unakodisha hapo? Nyumba nakodisha. How much? Nakodisha 7,000. 7,000. Sawa. Okay. Uko na mke? Niko na mke na watoto wawili. Hauna kazi saa hizi? Saa hizi sina kazi. Yes sir. 7 times 12. 7 times 12. 84. 8400. Sasa unataka kuweka kazi gani? Yes. Unataka kuweka kazi gani? Mimi hata nikiwa kazi ya kufungua kibiashara, at least bibi afanye biashara, mimi ning'ang'ana kama mwanaume, nitafuta kazi nyingine. Unaweza taka pesa ngapi kufungua kazi? 40,000. 40,000. Yes sir. Uko na account? Niko na account ya Equity na National Bank. Nipatie cheki ya Bethel. Yes sir. Asante sana. Ama boss, nisaidie simu yangu hiyo ndogo ya black. Si niliwaambia? Lakini siku ile mama mwingine alikuja hapa. Akasema mahali wamezika kakitu pale. Wakati tumekafukua, hii maneno yote imeanza kulipuka. Kwa sababu Manyuru mwenyewe alienda Nigeria. Ndio hiyo kitu nasema Ororo ametoa Nigeria. So nitakupatia 20,000 kwanza. Yes sir.
Jumatano ukujie 20,000. Okay, thank you very much. Sasa Asante sana, Mungu ni mwema. alafu Yes sir. watu walikuwa nakulipa pesa ngapi? Walikuwa nalipa 13,000. 13,000. Yes sir. Sasa enda uongee na mama. Yes sir. Akwambie mkipata mahali ya kuweka kazi. Yes sir. Tutakusaidia. Okay, thank you very much. Mungu ni mwema. 0794 94 0794 84 84 34 34 10. 10. Yes. 20. Hizi ni ngapi? 20,000. Asante sana. 20,000. Yes. Na mkuja na mama Sunday. Yes. Wa mama wakue msaada kwake. Okay. Amos Limo. Asante sana. Mungu ni mwema. Amos Limo. Sasa na shida kwa. Sasa uko na kanisa mega tent. Sasa nini ninakusumbua? Amos Limo. Unajua hata Yes, walinifukuza hapa nisipaki gari hapa. Yes. Wakaniambia niwe nikipark. Nimekuwa na masaibu juzi makubwa sana. Wakaniambia niwe nikipaki kwa geti yake, kwa mlango yake. Kwa mlango ya Manyuro. Yes. Mahali Nikiwaambia sitaki kupaki gari hapa, nakuta wamenireserve parking zangu 2. Wamereserve. Wananiambia iko hapa. So nimekuwa na masaibu ya gari. Juzi nikaenda Meru, kufika tu Meru Ngobo, gari yangu ikasizi engine. Iko na mafuta, iko na maji, iko na kila kitu. Ikasizi. Nikaiacha Ngobo, nikakuja na matatu. Kufika hapa nikachukua hiyo ingine Haria. Wednesday. Na the same way ile ilisizi. Nilipaki tu hapo kwa Manyuru. Kuenda nayo home kurudi ikasizi engine. Hiyo ingine Alphard ikapasuka kioo peke yake. So but we are winning. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. We are winning. Winning. Hawa watchman unanga amewekwa hapa ni clan relative wa Manyuru. Amekaa hapa. Real relatives. Yes. Ndio waliagiwa muna hesabu ni watu wangapi wanaingia. Yes sir. Na wakakuja wakaweka kitu hapa. Simuliona huyu mzee akienda kumwaga mafuta pale. Walikuwa wameweka nyoka hapo. Yes. Alafu pale kwa roundabout walikuwa wameweka kakitu kako na damu ya mtu. Yes. Pale kwa roundabout pale. Sasa watu unakuja, unatafuta hapa, unatafuta, unakosa. Sasa unajua baadaye utakuja kukumbuka ni wapi saa 8. Wakati kanisa imeisha ndio ni pale ndio ile nyumba. Lakini kutoka saa 3 unatafuta. Unakosa. Sio ni kuonyesha nini? Yes. We are going somewhere. Yes. Ukiona wamegang. Na sio yeye peke yake, baka huyu Kioko. Hata yeye hiyo vibo ya Musa. Na hata huyo mwingine hawako chini na mwingine anaitwa Shakaina hapo. Walikuwa kwa kikao. Yes. Yeah? Somebody approached me last week. Lakini kuna vile aliniambia wanapanga ya kwamba hii line yote wamesema hiyo ministry umeanza ya street children inawahagaisha wote, lakini sasa wameshindwa. Ndio naona niko na husuni. Na hiyo ndio ministry. Na ndio niliwaambia hiyo ndio ministry. Wamama mwenye unajua uko na wito ya hawa watoto. Tafadhali tuachane na mambo mengine yote. Tunganganie hawa watoto. Tukishinda hiyo vita, tukishinda hii street yote itakuwa ni yetu. Hizi manyumba zote zitakuwa zetu. Kuko na vita ni kubwa. Ni kubwa sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tutashinda. Asante sana. Tutashinda. Koki. Usione vibaya nikisawadhani ya maneno. Kuna kitu nimeona. Najua mnaona kama ninawaonea. Nikusawadhani kwa sababu hapa hii jiko mimi juzi tu niliwekewa sumu chakula hapa. Doni alikuwa anakuja na niangalia, naona venye kichwa imekaa hivi. Naendelea tu kuomba Mungu, nikamwambia Mungu nimekufa kazi yako tu. Yule mama akakuja akaniambia kuna hatari, wakaniteka na gari huko Gataka. Gari inaachiliwa tu na breki, ati breki imekosa, na si breki, inaachiliwa tu ikuje mpaka Kiroli. Uzuri mzuri kabisa, nikahepa kidogo. Mama mwingine akakuja akataka kuniovertake, ndio gari nigoge vizuri, akashikwa, alifinywa na akakufa. Wacha nimalizie nikisema hivi. Huyu mtumishi wa Mungu Apostle, nimeona mengi kwake. Mimi nimekaa kwa hii nyumba miaka 3. Wakati mtumishi wa Mungu ametoa msaada ya chakula kutoka kaunti ya Machakos, Makueni hadi Kitui, yeye mwenyewe ameagiza magari walete watu wale wasio wamekomaa, wale wa papa, wale wa mama wasaidie. Wamepanga chakula kuanzia pale, unaona pale hadi huko. Mimi nilikuwa nasimamia hiyo chakula, nimesimamia kwa hii nyumba yote. Wamekuja na mafuat kutoka huko Kambani kwote huko Meru, wameleta chakula ya msaada kutoka kwa Apostle. So sasa wamesimama hapa, na hapo nje kuna askari alikuwa anatoka railways OCS, akaniambia hizi magari zinataka inafanya nini hapa. Nikamwambia wameleta hao watu ili wapate msaada kutoka hapa kwa Apostle. Sasa nikaambia hawa toeni, wakaniambia toeni hizi magari. Nikamwambia haiwezekani kwa sababu haikubaliwi kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni msaada wanakuja kuleta. So tumepanga machakula hapa, unga, mchele, minji, hizo machakula sote, nadhani unaelewa. Sasa hizo chakula sote tuliwapea wale wasee, wamama wasee, Apostle akawabariki na wakarudi kwao wakiwa salama salamini na fare yao, wakarudi wakisema asante. So Apostle Waruinge ni mtu amesimama na Mungu sana. Nasema ni asante kwake, na amenisaidia pia mimi, nasema ni asante na nimeshukuru sana. Tuendelee. Asante. Thank you my brother. Nitasimama na wewe. At all means nitasimama na wewe. Tafuta kazi, kama ni bibi yako atafanya, tutakusaidia. Na hata ukiwa huna kazi, wewe kuja hapa. Kuja chukua kifagio, fagia, utapata kitu. Sawa? Asante. Simpigie Yesu makofi. Wakati Benjamin na Juda walituchapa kichapo cha kwanza wakashinda, wakatugonga cha pili wakashinda, tumewagonga cha tatu. Haleluya, tumewagonga. Walitumana wakapatia mmoja wa hapa akakuja kaeka chakula kitu hapa, wakangojea nikufe, wakangojea breaking news, wakaanza kutuma mabloggers wa kutoka huko wakuja tu wanihoji, lakini wanataka kuangalia kama ameanza kukonda. Hii ni chuma kali, chuma ngumu. Hii mwili imepitishwa marisasi. Sumu nimekunywa mara 9. Sasa hii ilikuwa ya 10. Ndio naonanga pale, sitaki mchezo. Bwana asifiwe sana. Mkiambiwa na hawa jamaa kaa kando kwanza, kuna kitu, wewe kaa tu kando. Wacha kungangana. Mimi ni commander. Lakini msijali. We are winning this. Hii watoto hawa lazima tuwachukue. Lazima, hata kama nitatumia 1 million, I would rather sell my house but turn these children to God. Nitauza. Afadhali nitembelee motorbike, lakini nitauza to make sure watoto hawa wamesimama. Sitawaachilia. I will not. Sitawaachilia.
Mudhosi, hata mkiwaachilia, umesikia? Sitawaachilia. By fire by force. Hata nyinyi mkikataa kunisaidia, kaeni na mavitu zenu kwenda, lakini nitasimama na wao. Hawa nogi nyama honoke. Mumesikia? Wira wihaha. Tuvamie sisi zote with all our commitment. Tuvamie. Najua walikuwa kikao na wakainvolve mpaka polisi. Ati hao vijana wasikuje, wasiruhusiwe, wabadilishwe. Maana wauzaji wa madawa ya kulevya, hii ndio main hao yote. Wauzaji madawa yote center ya Nairobi ni hapa. So stop at least for now. Stop. Niweka mikakati ingine, stop. I'm going to do it. Bwana asifiwe sana. Tuko na Mungu mkubwa. Sasa on Sunday tukivunja, tukikata ile, tukifanya nini? Tukiconnect. Mkuje na dhabihu ya kukiremu hawa watu. We must, tumesikia an offering, inaitwa nini? Fellowship offering and a burnt sacrifice. We are going to claim. Tuliakisha mshumaa kesha. Hallelujah. Si vijana walikuja? The same thing you are going to do. Na tuko na kesha. Coming Friday, we have kesha ya main church. Mesikia? Ya main nani? Kila mtu akuje. Nitasimama mbele kwa mlango kuwahesabu na kuweka tiki. Nani ameingia, nani hajaingia. Let go. Mumetoa sadaka? Namarutete. And now may the grace na mkumbuke huyu mjamaa. Amen. Bwana asifiwe. I thank God for you all. You've been a blessing. Amen. I have enjoyed being with you. It has been a wonderful thing. Amen. Sinasema kila mtu apeleke kwa level ingine katika jina la Yesu. Amen. Yeah, we shall be meeting every now and then. Sababu lazima nitakuwa nikikuja for prophetic impartation in nyumba ya Baba. I love you all. God bless you. Amen. Amen. Sikuja unene kwa biwa mama bye na wewe pia.